zimeshindwa. Twatangaza nguvu za Shetani zimeshindwa. Twatangaza uchawi umeshindwa. Twatangaza uongo umeshindwa. Twatangaza ushirikina umeshindwa. Twatangaza vifungo zimeshindwa. Zimeshindwa kwa jina la Yesu. You are free today. You are free today. God is setting you free. God is setting you free. God is setting you free. God is taking you to new levels. God is taking you to new levels. In the name of Jesus, we declare a new beginning on these people. We declare your love. We declare every power of the enemy is destroyed right now in the name of Jesus. Every power of holding people in captivity, even into bondages of poverty and lack of vision and directionless in life, we declare right now in the name of Jesus. Lord, we thank you today. We honor you. We honor you. We, the Lord, the mighty one of all, the mighty God of Israel. We honor you today. We honor you today. We honor you today. We honor you today. Thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. We give you honor. We give you honor. Yes, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I want us to praise God with two numbers as we prepare towards the time of the word in Jesus' name. Tusibana kwa nyimbo mbili. Amen. How many people are ready to praise the Lord? Koja kidogo brother as you prepare. Amen. Hebu angalia mwenzako. Mwambie neighbor, I love you. Na inajua uko na heshima zako. Mwambie uko na heshima zako. Lakini kwa dakika hii kubali tuweke chini tusifu Bwana. Hallelujah. Maana ako juu yetu. In Jesus name. Amen. How many people are ready to praise the Lord? Mpaka nione kila mkono. Hatutasifu wengine kama hawasifu unless unacheza keyboard ama hallelujah. How many people are ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? Amen. Let me tell you one thing. Amen. There is power in praise. Tell your neighbor there is power in praise. I read something in the Bible about wakati Hezekiah alilepewa ripoti ya kwamba atakufa. Akaipokea sawa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba alipiduka kwa ukuta. Akaambia Mungu akubuke, haleluya, yale mambo yote alifanya. Na akaeleza Mungu, which is okay. But hii haikuwa imecheza. Amen. Mungu akona kila kitu, akona nguvu zote, anaweza kufanya mambo yote. Baadhi angalia mwenzako kumwambia basi jifanyia. Hawezi jisifu. Hawezi jisifu. Ndio maana alikuupa. Sipatie Bwana sifa today. Piga Bwana makofi mazuri. Hebu niulize. Yule mtu anaweza kukufanyia kile hujaiweza kujifanyia. What can you do to him? Mundu ungeko hatura hali utari wa haturo ni mundu. Yaani mtu anaweza kufanyia kile hujaifanyiwa. Unaweza kufanyia nini? Ambia jirani yako usiniambie unaweza kufanyia nini? Sasa hicho ungemfanyia si ufanyie Mungu kwa kumsifu. Hallelujah. In Jesus name. Tujiandae kusifu Bwana. Amen. Tuanze kwa makofi. Hallelujah. Makofi Bwana. Hallelujah. Makofi. Yes. Hallelujah. Maandiko yanasema kilicho na pumzi kisifu Bwana. Mikono yako isifu Bwana, kinywa chako kisifu Bwana, hata miguu yako inaweza ruka. Hallelujah. Yeah, patia Bwana makofi mazuri. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, wastahili sifa. Ni wewe Bwana we, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, wastahili sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana.
wa mabwana. Ainuliwe, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ainuliwe, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, atukuzwe Bwana. Atukuzwe, atukuzwe Bwana wa mabwana. Atukuzwe, atukuzwe, atukuzwe Bwana wa mabwana. Atukuzwe, atukuzwe Bwana wa mabwana. Atukuzwe. Zakiria, Zakiria Bwana wa mabwana. Zakiria, Zakiria, hallelujah, Zakiria Bwana wa mabwana. Hallelujah. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Hallelujah, mambo sawa sawa. Hallelujah, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa, hallelujah, kiwazini mambo kaiwa kwa kaiwa kwa pepe okorodo wa magegania. Hallelujah, pepe moinera. Hallelujah, twende 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 twende. Kaiwa kwa wewa magegania, kaiwa kwa kaiwa kwa kaiwa kwa wewa magegania, kaiwa kwa kaiwa kwa kaiwa kwa wewa magegania. Na bararia moko makwa ndagoca ritwa riaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩra andũ aku. Ndĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ndambararia moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩra andũ aku. Ndĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen. It's good to praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza keti kiti dakika moja. Amen. Hallelujah. As we approach the time of hearing the word, kama vile nilisema, amen. Labda kuna mtu ambaye akona a very very burning testimony. A very burning testimony. Yani ushuhuda unamchoma choma. Hallelujah. Maana lazima uwe na kile Mungu amekufanyia. I want to give like 2 or 3 people dakika moja moja ama pilipili. Najua hii mambo ukisema, najua hata nilikuwa nawaambia yangu, those are testimonies. Ndio nikutie nguvu. Hallelujah. Ya kwamba haijalisi vile uko, kuna mahali pale Mungu anakuona at the end. Amen. So just 2 people with burning testimonies. Hallelujah. Sema sasa na huyo pastor si thidage hile kaoira. No, I'm not mean. Hallelujah. Kwa hivyo nataka sasa
nipate testimonies. Just stand mahali yuko. Amen. Alafu utakupa kipasa sauti. You so give us your burning testimony even as we wait to hear the word of today in Jesus name. Pia tunapojiandaa kwa sababu ya kutolea Mungu. Hayo yote lazima tufanye katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Maana hata hakuna ibada ukamilika pasipo kutolea Bwana. Sasa unapoandaa, hebu kwanza andaa kutoa moyo wako kutuambia kile Bwana amefanya. Haleluya. Even before you go to substances. Kuna mtu kama huyo? Haleluya. Yani noko wage. Bwana siwe sana. Pastor Beatrice, yani amatire kana hii neke. Ndio ye. Nende mararikira. Bwana siwe sana. Amen. Mimi naona nipatie moja kwanza. Najua sipo jitoa. I'll pick. Bwana siwe sana. My sister. Kama yes, wewe. Amen. Wewe. Na maanisha wewe because wewe ni original. Hakuna mwingine ulimwenguni. You are very original. There is no other you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo nimemsalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Jesinta Wangoi ama Mama Mere, nimetoka Kikuyu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu siku moja ya masiku huyu ni msichana wangu. Hata hiyo saa ile mtumishi amesema nani yako na ushuhuda. Nikakumbushwa huyo ushuhuda. Huyu ni msichana wangu wa pili. Amen. Na siku moja alikuwa amegonjeka. Na mimi ninakaaga Nakuru, nimekuja kutembea huku Kikuyu kwa msichana wangu. Amepewa mtoto, amefanywa operation, lakini nashukuru Mungu. Siku moja nikapigiwa simu nikaambiwa amepelekwa hosi, amegonjeka. Na amegonjeka ugonjwa haieleweki, hata madaktari wanashindwa ni gani. Akalazwa huku pande ya Kikuyu, sikujui vile kulikuwa kunaitwa. Lakini saa ile nilipigiwa mpaka na ndugu yetu. Nikaambiwa anakaaga huku Kikuyu. Nikaambiwa Mama Mere, nakuambia kesho Monday ukuje katika hosi msichana wako, ukweli ni mgonjwa, nilikuwa huku. Haya, sikukuwa na pesa kwa sababu ugonjwa hakuna mtu anawekaga pesa. Mzee wa msichana wangu akanitumia 1,000, nikakuja kufika tu kwa gate kwa sababu masaa ilikuwa imeisha. Kwa ile room alikuwa mtu akisema jina lake kwa hapo kwa soja unaingia. Haya, nikapigiwa simu na msichana wangu yule alikuwa anakaa na yeye katika ward. Akaniambia mami umefika, ambia soja unaenda kwa sera. Nikamwambia ninaenda kwa sera. Soja akaniambia kuja nikupeleke mama. Nikaenda nikamkuta. Saa ile nilimkuta hivi kwa kitanda. Mimi niko na watoto wengi, nimebarikiwa. Hata mzee wangu aliaga, lakini aliaga kwa ugonjwa. Lakini saa ile nilikuta huyu msichana wangu, mimi nikashangaa kwa sababu sijaona kama kitu hiyo. Alikuwa amewekewa yani hii mitungi ya pumus 4, na alikuwa amewekwa ile kitu ya pumus. Sasa hata hakukuwa najua ako wapi. Mimi nilirusha ile nilikuwa naye bag, nikaweka chini, nikatoa yani sweta kwa sababu kumuona hivi hanioni. Msichana wangu ni kulia analia. Akaniambia mami, daktari amesema hii kitu inawekagwa hivi kwa kidole, imebakisha dakika 15 inyamaze. Nikamwambia ati nimeambiwa hiyo ikilia hivyo imebaki dakika 15 roho ishindwe na kupiga. Nikamwambia vile Mungu anaishi milele na milele, kwangu staki sina na saduku. Mimi nikaweka bag, nikaweka kikoi chini, nikaanza kuita Mungu, nikamshika mkono, nikaomba, hasikii.
Nikaomba, watu wote wale walikuwa kwa ward wakakuja. Nao tukaanza kuomba naye. Tukaomba kama masaa 2, watu wakachoka wakaenda. Lakini mimi nilianza tu na kuomba. Nikaambia Mungu, nimekataa. Hakuna kifo. Haya, nikamaliza hiyo, tukakaa katika tu, kwa sababu hata roho yake ilikuwa inachoka. Nikamshika hivi, nikamwambia, Sera, hakuna pahali unaenda. Katika masaa kama 3 hivi akafungua macho, akaniambia, mami, umekuja, umeniletea nini kutoka Nakuru? Nikamwambia, Sera, mimi sikukuletea kitu, lakini nimekuletea Mungu. Akafunga tena macho. Tulikaa siku 7 akiwekwa tu pumzi. Siku ya 7 ndio daktari walikuja na wakamtoa. Kulikuwa baka history, baka madaktari walikuwa wanasema, gai, huyu ni Sera, kwa sababu hata alikuwa amewekewa ile kitu inawekagwa kwa mtu akiisha, ile sijui inaitagwa aje, ile nilikuta hiyo, nikaiondoa na nikatupa. Bwana asifiwe. Sasa ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu alitenda mambo ya ajabu katika nyumba yangu. Kulikuwa history kwa sababu watu wote walikuwa wamemalizana na yeye, lakini Mungu hakukuwa amemalizana na yeye. Ninaona Mungu, ninaonaga yeye, ninaona Mungu. Ninashukuru Mungu. Kuko Mungu wa kuponyanya. Wacha tukae kwa Mungu. Na Mungu ambariki. Amen. 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 Niyo si atusalimie, tusikia yeye mwenyewe akusalimia. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Sera na nimeokoka. Mimi ni second born. Huyu ni mamangu. No nijigua kuinira Ngai na gukenera Ngai. Ni tondu ndaikarira haha giti-ini ndera Ngai. Ndire ndoigira guku ringi. Twaritie na muhunjia ngimuhurira thimu tondu ni kuheo ndahetwo namba. Riu ndamuhurira ndera Ngai ndakanareke na ndegeke ati maundu mangi ndigucaria huduma handu hangi ni tondu ni thinikite miaka mingi. Ndera Ngai ndoka guku mathina makwa mathirire guku ni tondu ndiguthie handu hangi, na Ngai wa murathime. Amen. Umemaliza? Siku kati tulikuwa tuna consult. Amen. Ndire no ndungi ni ni muraragia nake, ndirakwira nyumite thogoto. Amen. Amen. Ni wewe? Ni mimi nakupigiaga simu. God bless you. Amen. 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 Pigia Bwana makofi. Unajua kwa nini? Hageenda sababu akona vision kubwa sana. Ukiwa na maono huwezi kufa. There is one thing the word of God says. And sometimes hatuelewi hili neno lina apply kwa nani. When the word of God says you shall never die. I mean you shall never die, but you shall live to see and to declare the works of God. Hallelujah. No rugiaga kioneki ni uguthie. Ni ndina kinene kogo ndirathie kundu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yeah, and I declare we shall never bury any of our own here. In Jesus mighty name. Hallelujah. Yes, najua mtu mwenye maono hawezi kufa. Kuna mtu mmoja anaitwa Petro. Amen. Petro alikuwa na kazi kubwa sana, alikuwa amepewa na Yesu. Maana Yesu alikuwa amemwambia ya kwamba haleluya, ya kwamba yeye ndiye alikuwa amemwambia feed the flock. Na akaambia juu yako nitakupatia peo mfunguo ya kwamba kanisa langu talegea juu yako. Kwa hivyo kuna kazi alikuwa hajafanya. Bwana sana. And therefore he could not die. Na dinaona hata baada ya Yesu kuondoka. Amen. Herod. Amen. Akashika James. Ni kweli? Akamuua. Amen. Akaua wa pili. Was it John? Hallelujah. Sasa akashika watatu ambaye ni Peter. Amen. Ikawa it is on a Passover weekend. Kwa hivyo hagemuua, akawa amemweka ndio Passover ishe, ndio naye Monday amue. But the Bible says and the church was praying for him. Hallelujah. Petero akaendewa na malaika kwa sababu hagekufa. Hallelujah. Maono yakiisha. Amen. Ndio maana maandiko yanasema aje? That a people, amen, without a vision so surely. Amen. Mimi siendi haraka. Nitakaa. Amen.
Even 40 years from now I declare bado nitakuwa na hubiri injili. Haleluya. Na nikisema 40 bado nitakuwa na hubiri, na kuna ile niko nayo, hata hiyo 40 bado nitakuwa na nguvu. Amen. Hallelujah. We give God all the glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nimeona kama hamtaki kutoa ushuhuda, mimi sisikii nikufinye sana. But there's this woman of God here, naona amejaa furaha, hawezi akajaa furaha kutoka ndani ya moyo wake for nothing. She must have something in the heart. Let's appreciate our mom. Hallelujah. Yeah. Wow, praise God. Amen. Praise God again. My name is Reverend Victoria. Na Yesu ni Bwana. And I can see I have really seen the hand of God. Amen. Amen. In my ministry, in everything I do, I see him backing up. Especially in warfare. Sometimes I just marvel with God. Vile umemaliza hiyo vita umetoka. So I really thank God for everything I do and where he sends me. Amen. 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 And also in my family, I have seen him fighting for my children. Amen. Amen. There was a time, one of my children, akaniambia amefula. You know, I had a very tough warfare. And then repercussions at the lungs zimefura. I said, hey, the devil, not again. And we prayed. And when we prayed, I remember I sang for him for 2 hours on phone. He was very far away, millions of miles. And I was singing. After I prayed, I got tired. Then I told, let me sing. Until God came down, you know. And that time I could hear the lungs, you know, there was something happening. And then eventually, the following day, akaenda hospitali, ndio akaambiwa nini imefura, akapigwa x-ray na akatengenezwa, and he came back home, and and he was very strong, and then he later on flew out. Amen. Amen. So I know God is good. Amen. Amen. Yeah. Thank you, Reverend. Amen. The lungs had to wait until you pray. Anaposimama tu. Amen. Let me tell you, I was speaking to some people, na wakaona kama nimewaletea controversial message. Nikoambia hallelujah. And I also say anaposimama hallelujah. Na sijui niulize kama swali. How many people believe that God is still working? How does he work? Unajua hutuwa tunasema ya kwamba God is in control. Amen. That God is in control of everything. No. God amekupatia mandate or not na authority to make things happen. Hallelujah. Those lungs had to wait until you pray so that you may call God to action. It is prayers that call God to action. Hallelujah. Jigwa ndo makiuga ati Ngai okena ndagatumane ni maheni. Ngai tagoka. Ngai ndagioke Ngai. Hallelujah. No ginya atumane. Do you know it is illegal for God to do anything on earth or ndari mwiri? Etagirira we. Ndakwire etagirira we. Hallelujah. You had to pray for things to happen. In Jesus name. Nithe kuga Ngai ari ogite-ini. Yes, egite-ini. Etereire wiki undu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa Naomi, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amen. Nimejawa na ushuhuda. Amen. Na shuhuda ni nyingi. Ni nyingi. Unaponitazama hata kama hujui kama Mungu yuko, hebu na ukajue kunaye Mungu mbinguni. Amen. Kwa sababu tangu utotoni mimi nimeona Bwana, kwa sababu nimepitia mapito magumu na makali ya magonjwa, ya maradhi, na zaidi ya yote nikamuona Bwana akinipigania. When I was 6 years old, niligonjeka kidney failure. For 1 year nikalazwa Kenyatta hospitali for 1 year. Hizo miaka ni miaka za hapo mbeleni. It was 1986 87 nikalazwa hospitali for 1 year, na Bwana akanishindania. Kwa hivyo tangu wakati huo Bwana alikuwa amenichagua, kwa hivyo singefa.
singekufa kwa sababu siku ya leo alikuwa ameandaa nisimame na nitangaze. Amen. Kunaye Mungu ambaye huponya. Hallelujah. Kutoka hapo ikasemekana nipelekwe sijui India. By then hizo miaka pesa hazingepatikana, kwa hivyo ikasemekana nifanywe dialysis. Hatukuwa na pesa za kunifanya dialysis, na Mungu kwa njia zake akaniponya. Amen. Hey, let's appreciate God in the clap. That testimony is wonderful. Amen. Mtoto mwenye ajui mbele, ajui nyuma, ajui kupiga magoti, ajui nini, mimi Mungu aliniponya kwa njia zake. Lakini kitu nakumbukanga hadi wa leo ni uchungu yenye nilikuwa nasikia. Hadi wa leo nakumbukanga hiyo uchungu, hizo miaka. Nikagonjeka wakati wa COVID. That was 2020. Nikagonjeka, mtoto wangu akaamka akaniambia, "Mom, kuna haya ndoto nimeota." Nikamuuliza nini? Akaniambia nimeota nikiwa na heart problem, na wakati umenipeleka hospitali nikasemekana nifanywe operation. Na venye nimepafanyiwa nikakufa. Nikajua sasa this is a warfare. Nikaamka nikaanza kudeclare, nikawaamsha, niko na watoto 3, nikawaamsha nikamwambia, "Amkeni na tuombe na tukataane na roho ya kifo." Tukaomba na tukakataana na roho ya kifo. After 3 days nikaanza kusikia nashindwa na kupumua. Nikaenda hospitali hapa town, hospitali inaitwa Savannah. Wakanipima na nikaambiwa niko na heart problem. Ile tu ilionwa na mtoto kwa ndoto. Mimi nikakumbuka kuhusu ndoto. Nikaambiwa, nikaulizwa ati umejiandaa kwa sababu tunataka uingie kwa ambulance tukupeleke hapa hill kwa sababu this is a critical condition na lazima uone cardiologist. Nikawaambia hapana. Mimi I believe in a God who healeth. Amen. Kwa hivyo mambo ya kuniambia na cardiologist, mimi hiyo sijui. Mimi naamini kunaye Mungu anayeponya. Hallelujah. Nikaanza sasa kufanya warfare, prayer walk. Nikaanza kudeclare sikufi lakini nitaishi, kutangaza ukuu wa Bwana in the land of the living, sio in the land of the dead, of the living. Yes. The land of the living. Nikaanza kudeclare sitakufa bali nitaishi. Watu wakaanza sasa kuniangalia. Unajua sasa hizi hospitali ukianza kupita hivi wakaanza kuniuliza, kuuliza kwani huyu amerukwa na akili ama ni nini inaendelea? Nikaanza nikatembea nikinena. Hallelujah. Nikapigia bwanangu akaniambia ati unajua niko job, fanya hivi wewe enda nyumbani tutaongea. Sasa nilipoenda, sasa daktari akaniuliza umeamua aje? Nikamwambia mimi si mgonjwa. Na nikaanza kutembea kama mtu mwenye ako na afya. Venye nilifika nyumbani, wacha uchungu yanze, nikaanza kusikia uchungu kwa my left hand side. Nikasikia hiyo uchungu imezidi, but niliitia tu jina la Bwana. Nikamwambia Bwana, kama neno lako linasema by your stripes we were healed, na mimi naumwa, nataka kujua wewe unasema you are not a respecter of person. Kama sio mimi ni nani mwingine aliyeponywa? Kama sio mimi niliponywa kupitia hayo mapigo, nani mwingine aliyeponywa? Nikaanza kudeclare that I'm healed. Usiku ikazidi, nikaamsha watoto wangu. Sasa nilikuwa nakaa nimefungua dirisha ya my bedroom. Naita watoto kujeni, muanze kudeclare your mom will not die. Nikaanza kuwaita kila mtu aombe na aseme sikufi. Saa hiyo hata kuongea ilikuwa ni shida kwa sababu ya ile uchungu nilikuwa nasikia. Saa hiyo blood pressure nayo imepanda. Na mjue COVID saa hiyo ndio iko juu. Sasa ujui ni COVID, ujui ni blood pressure, ujui kama ni heart problem ama ni nini, kila kitu zimechanganyika sasa. Nikatangaza mimi nitaishi. Nikaishi tu kusema sikufi. Na nilikuwa nimeambiwa ukae ukicheck your blood pressure. The more na check the more inapanda. The more nazidi kuiangalia the more inapanda. Siku moja nikasema sitaiangalia.
kama ni kukufa wacha nikufie kwa nyumba. Amen. Sitarudi hospitali, lakini ninajua Mungu utaniponya. Amen. Na kama hutaniponya, nitakuja kwako na sasa tutakesi na wewe. Kwa sababu neno lako ni kweli. Ati huwa unaponya, na kama hautaniponya sasa niende wapi kwingine? Madaktari wameshindwa. Sasa nikaenda for 10 days, nika declare 10 days of fasting. Nika fast for those 10 days, na sasa hiyo sikunywi madawa, sifanyi anything, but mwishowe Mungu aliniponya. Nikimaliza those 10 days, nilikuwa nimeponywa, nilikuwa nimepiganiwa. Na sasa kama kunaye mtu amefanyiwa miujiza ya uponyaji, muite Naomi. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Na kweli wewe ni Naomi. Hallelujah. Tupigie Naomi makofi in Jesus name. Kwa nini lazima ikifanyika? Because the Bible says Isaiah 45:21, declare what it is to be. Tagaza vile unataka iwe. Na wacheni nimalizie. Wakati bwanangu yuko mbali, wakati nilimpigia simu after kuponywa, after hiyo mwaka kuisha, the following year, nikamuuliza, mbona ile siku nilikupigia simu nikakwambia mimi ni mgonjwa na ukaniambia niende hospitali, yani ulipuuza? Akaniambia mimi ni kushindwa, kama wewe ndiye tunaambianga sisi ni wagonjwa, unatuombea tunapona, sasa wewe tutakuambia nini? Wewe ndiye utuombea, sasa sisi tutakwambia nini? Nikashindwa nitasema nini. Usione ati nikukudharau, ni ile nilikuonea huruma na nikashindwa, mimi siwezi. Nikakwambia sasa wewe enda nyumbani. Hallelujah. Tumpigie makofi mazuri. Hallelujah. Yes, let me tell you, your life depends on what you say about yourself. Let me repeat. Your life depends on what you say about your life. Hallelujah. Even God has kept your life under your own control. Na anasema ya kwamba the tongue has life of a life and death. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nilienda nikakuta a family member amekauka mwili, ametia damu imekosa. Nikaenda nikasema kama ni damu umekosa, Yesu anaweza kupatia damu. Nikafanya prophetic warfare kama vile nasema. Nikasema may the blood of Jesus start flowing back into your blood within 1 hour. Daktari wakasema wameona kitu hawajaiona in their medical history, amejaa damu akaachiliwa. You have power in your mouth, my sister. Always declare what it is to be. Amen. You can even dictate how your next year will be. You can never tell your body, you my body, you never be sick. Hallelujah. If the Spirit of God lives in me, you shall never be sick. Hallelujah. Thank you. Amen. Next time tukatakuwa na many testimonies. Na everybody atakuwa a new testimony every day. Hallelujah. I am seeing testimonies before my eyes. Even wherever you are a product of testimony. And above all, a product of prophecy. Hallelujah. Nataka kumkaribisha mchungaji. Hallelujah. Akuje. Hallelujah. To take us to the next level. In Jesus' mighty name. Amen. Praise Jesus. Yeah, I heard we were speaking to ourselves in English and nobody complained. So if I continue in English, we should be okay. Hallelujah. I am born again. Jesus Christ is Lord of my life. And I really appreciate the grace of God upon the Reverend Waruinge, who God has used to establish this altar, and for the work of God that he has accomplished through him. Naheshimu sana huyo mtu wa Mungu. Nilimheshimu hata wakati alikuwa Mungiki. Unajua mtu kuongoza watu akamfuata. Try it. People don't just follow. And when you hear a man is leading 4 or 5 million people and they are following him, you better respect that person.
there is something of virtue in that person. It's only that it was in the wrong assignment, and God came and changed his name. I want to say God came and changed his name. And so, it's very right that the God whose hand has been working with him is working for you to change you who has come under this grace. The word of God says that soon you will see a ladder ascending upon the Son of Man, and the angels will be ascending and ascending upon him. Has it not happened yet? It has happened. And we bless the Lord for the Reverend Apostle in the name of Jesus. Yes, even in the audience, I've seen, there are people I know, and there is Apostle Lucy there. We come with her from Thika. Apostle Simama Salimia. Hao ndio tunapambana na hao, tunapigia vita upande ile. I was joking with Pastor Beatrice here, and I was telling her, we come from Thika. That's where actually God lives. He comes to Nairobi to visit. And Pastor Beatrice was not very happy with that. He says, ati wao ndo anakuanga na Mungu kunda anatugawianga, lakini God lives in Thika. Tell your neighbor, God lives in Thika. He might visit here often, but we thank God he's with us in Thika. And I also thought it was an awesome privilege to speak before. Okay, I always honor the woman of God and the other pastors that God is using in this place. And the lady here introduced herself as Reverend. Sasa wale wengine ambao hamukujiintroduce, it's possible that I'm speaking to apostles and reverends and awesome people here. But there is pastor here, there is pastor there. So it's an awesome thing. It's almost like a conference. Amen. And I'm just wondering, God, you want me to speak to these awesome people? Child lady, praise the Lord. God is doing a great work through your hands. Amen. Tuliambiwa we are about to move from this place to a bigger place. And we were also unajua kuna wakati apostle aliprofesa akasema the Thika hall will be the biggest. Wakati ilianza nikaona imekuwa kubwa kuliko hii, nikasema prophecy imetimia. Lakini sasa nimesikia hii hall yenye mmepata ni kubwa kuliko hii ya Thika. So now we have to do something again in Thika. Hallelujah. Watu wajae. Aha. Thika ina watu wengi. Hiyo tu watajaa haraka. Watajaa haraka. If what God has given us is anything to go by, we are going to see awesome results. I want us to read together the word of God in the book of Joshua. Joshua chapter 15. Joshua chapter 15. From verse 13. Now scripture says, and unto Caleb, the son of Jephunneh, he gave part among the children of Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, even the city of Arba, the father of Anak, which city is now Hebron. And Caleb drove thence, or drove out of there, the three sons of Anak, Sheshai, and Ahiman, and Talmai,
the children of Anak. And he went up thence to the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kiriath Sefer. And Caleb said, he that smites Kiriath Sefer and takes it, to him will I give Achsah, my daughter, to wife. And Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it, and he gave Achsah, his daughter, to be his wife. And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of her father a field. And she lighted off her ass, and Caleb said unto her, what will you, or what will you have? Who answered, give me a blessing, for you have given me a southland. Give me also springs of water. And he gave her the upper springs and the lower springs. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, this is the moment that I prayed to you, that if I be called upon to stand to speak, that this is the word that I will bring to your people. And now, Father, the hour has come for this word to be delivered. And I pray for the grace you give to your servants who minister your oracles. Blessed Father, stretch out your hand to support this word with your own presence and with signs and wonders to confirm that this word has been by you commanded. And we thank you and we bless you because it's done. In Jesus' name we pray. So, let me repeat this story here, verbatim. Hopefully, maybe sometimes when we read, tukufundishwa kusoma katika shule moja, kuna wengine akisoma mwingine anabarikiwa, na wengine wakisoma mwingine anapoteza memory, kuna kitu inapotea. Now, Joshua alipatia Caleb. Joshua gave to Caleb an inheritance. According to the command of God to Joshua, Joshua was commanded to give Caleb his inheritance, and the inheritance was the mountains of Hebron. Now, that place was called Kiriath Arba before. And then Joshua gave it to Caleb, and Caleb went and attacked the city or the town or the kingdom of Kiriath Arba. And Kiriath Arba has the reputation of belonging to Arba, who was the father of the Anakims. Anakims, if you remember, they were the giants. So, it says that Joshua went and attacked that city, and he drove out the 3 sons of Anak, the Anakims. 3 giants. 3 giants. Say 3 giants. The names of those giants are given. One was called Sheshai. The other one was called Ahiman. The other one was called Talmai. And so those 3 giants were driven out, and Joshua came into his land. And he changed the name of that place, and it was called Kiriath Arba, or the city of Arba, the father of Anak. He now called it Hebron. And so he changed the name of that place. He changed the history of that place. Then Joshua, or rather Caleb, began to attack again the next city. He began to extend his territory, and he went to attack another city called Kiriath Sefer, or Kiriath Sefer. And although Caleb had said he's a strong man, he told Joshua that. He said, I'm 85 years now. 40 years ago,
Moses, the man of God, said we will inherit this place. And now it's 40 years later, I want to inherit this place, and I am as strong today to go to war as I was 40 years ago. When the man of God was speaking about 40 years coming forward, when you'll still be strong to do battle, I want to agree with you. And the word of God says, if two agree on earth concerning a matter, it shall be done for them in heaven. Hallelujah. And agreeing with you, you also agree with me. I also want to be as quick and as a fighter. Yeah, I've been really blessed by the testimonies that I'm hearing here, where that lady, she met her daughter in a very bad critical condition of ICU. Aliomba mpaka watu walikuja kumsupport wakaacha, and she continued until a breakthrough came. Hallelujah. Yeah, I like the situation where there was a lung failure. Yeah? Lungs have failed, and this person, mama akaingia kwa maombi na akapambana, akaomba, akachoka, akaimba mpaka breakthrough ikapatikana. This is the kind of prayer that brings results. I'm so glad that these people are here, because I believe that we are about to enter into a prayer that launches this thing into the next dimension. Hallelujah. And so Caleb, sorry nitakuwa nikichanganya kidogo Joshua na Caleb, lakini I'm especially speaking about Caleb. Caleb akaona hii mji ingine, lakini akaona ni kama hana nguvu ya kuifikia vizuri. And he said, if a man can attack this city and take it from these sons of Sephar, Kiriath Sefer, I'll give to him Aksa, my daughter. For some of us who are waiting for wives and for husbands, there is an opportunity to go and do something awesome. There's an opportunity to go and do something, an exploit in the Lord. Hallelujah. He says, and I will give him Aksa, my daughter, to be his wife. I believe there is a place in the gospel, the word of God, where wives are being given as gifts. Hallelujah. I mean also husbands are being given as gifts. That there is a level of exploit in the Lord that you are expected to undertake for God. Useme, I'm going to undertake this for God. And these daughters and sons, these special people, God is releasing them. And I want to believe God that they will be released in this place this afternoon. Kuna mtu ataenda nyumbani kama amepata mume wake. Kuna mtu ataenda nyumbani kama amepata mke wake. Lakini, now it says that Othniel, kijana wa Kenaz. Kenaz was Caleb's brother. So Othniel is the nephew of Caleb. He went and attacked Kiriath Sefer, and he took it. Akainyakua. And when he took it, what we are told is, then Caleb gave him Aksa, his daughter, and Aksa became his wife. Now, in the process of time, when Aksa came to Othniel, the husband now, she told Othniel, the husband, go to my father and ask for land. Unajua mara nyingi sheria za Kenya zilibadilika kidogo of late, wasichana wanapewa urithi pamoja na vijana wao. But in that day, it was rare for a woman to be given land kwao. Okay? But this girl, she comes to her husband and says to her husband, go and ask my father to give you land. And so, Caleb gave land to Othniel as a blessing to his daughter, to that relationship, to that marriage. There are gifts that the blessing of God coming into your life will cause you to receive. The word of God says that he who finds a wife finds a good thing and finds favor of God. I want to say equally, she who finds a husband
also finds a good thing and finds favor with God. And there are things that are released on account of that. There are blessings that are released on account of you having obtained that favor. And so we shall be speaking about some of that in this place. But one day, the daughter came to her father, and as she was alighting from her horse, and she came down, the father asked her, "What is it you want, my daughter?" There's a place in the Bible, I think it is the king, Ahasuerus, who was telling Esther, "What is your petition? It shall be granted. What is your request? Even to half of my kingdom, it shall be granted." And I want to speak to somebody this afternoon and say, your petition that brought you to this place, it shall be granted. By the word of God, your request, even if it costs God something, it will be granted. In the name of Jesus. And so, the daughter said, "Father, you have blessed me, you have given me land. Now what you do, give me also springs of water." And that's where my main emphasis is. That you have received a gift. You have received spring. You have received land. You have received land. Now, I have received land from you. Now give me springs of water. And so Caleb gave to his daughter the upper springs and the lower springs. I've seen the apostle as he is in the house, and we bless the name of the Lord. We can give the Lord an offering of praise and thanksgiving. Pigie Bwana makofi mazuri, usiwe na choyo. The man of God is in the house. I'm sure that then when he comes, maybe I will be summarizing, when he comes, he'll take us up for the next level. Hallelujah. And so, I styled or called my title, "Receiving the Virtue That Makes the Gift Work." Receive the virtue that makes the gift work. I will start from the end, the last part there. This woman that came as a wife is of a similar description as the way the Holy Spirit comes. The Holy Spirit comes as a gift to us, but the Holy Spirit immediately calls forth other gifts. He tells you to obtain gifts from God. Hallelujah. He makes you to obtain gifts from God, and he quickens you. He speaks with you, and he guides you. He counsels you, and he tells you, ask for this. The word of God says we do not know how to pray as we ought to. But the Spirit who is in us, he helps our infirmities. He knows what you ought to pray. This woman told her husband, go and ask for land. Hallelujah. And the Holy Spirit will tell you when it is right to pray and receive this or that among the things that you are seeking for in this place today. And one of the messages I was sent to tell you today is that whatever it is, God will give it to you. But then, number two, when the man went and asked the father-in-law to give him land, he did not ask for something extra. He received land and he came back. And Axa looked at the gifts, and she saw that the gift is good, but the gift is not working. Because land requires water. Land requires water. And because she maintains a good relationship with her father, because some of us have that challenge, we come to God and we obtain a gift, we obtain a blessing, and go away with the blessing. Unakuja unapata uponyaji, unaondoka. Unakuja unapata ile ukombozi ulikuwa unataka, unaondoka. Now this girl maintains a relationship with her father, so that if the thing that I received receives a challenge in between, then I can come to my father again
and say, you gave me this thing, it is not working at this point, I want this other thing to make it work. And so God is going to give you another dimension, another touch, a virtue that causes the thing he has given you to work, and to work very well. And in this place today, I'm talking to people who have obtained gifts of God. And we are now saying, we are about to go back to the Father and ask him for the grace that makes those gifts to work. Unajua, just receiving a gift, because none of us is not gifted. The word of God says that he gave, when he ascended on high, he gave gifts to men. Okay? So all of us here, are we not men and women? We have gifts. We were given gifts. Now these gifts are to work for edifying the church, for building the body of Christ. But are they working? Sometimes we have these gifts and we find out that, yes, although I'm gifted, the gift is lying within me, is sleeping. Kuna mtu analala na kipawa cha Mungu, karama ya Mungu inalala ndani yake. And one of my main assignments today is to awaken the functioning of that gift. Kitu ambayo Mungu alikupatia ifanye kazi. Hallelujah. You see, let me use the example of a phone like this. There are many things in this phone. Nasikia kuna mtu anagusa hii simu anacheza nayo, and they make millions of shillings. Wanatengeneza pesa na hii simu. You heard what the apostle was testifying the other day? Alikuwa gerezani amekamatwa, na akawa anaandika message kutokea gerezani, and he made 46 million shillings. Ambia mtu akili. Ambia mtu akili. You see, somebody is touching this phone and is making millions. Okay? And you have it, wewe labda uko nayo, lakini kwako is for receiving and making calls. So there is extra in this phone, a lot more resource, that kama wewe ni wa kupokea tu simu na kupiga simu na kuandika message peke yake, tena message sio WhatsApp ni SMS, bas kuna vitu vimekupita vingi. You have received a phone, a gift, but you do not know how to make it work for you. We are coming to a place where we are going to cause the gifts that God has put in our life to work for us the way they were meant to work. You could be a minister called like I am, and you have received a ministry. Kuna wengine tukipokeanga message, ukijua tu kwamba Mungu amekuita na umeitwa apostle Lucy, now apostle, unaenda unasema Living Waters International Ministries and whatever, or Signs and Wonders Mighty Ministry, unaeka jina, and you get off, you begin to work. Now you received a gift, you received a calling, yes, but watu wanaendanga na hiyo, alafu anafika mbele anaanza kukwama, alafu anajiuliza, hivi ni Mungu aliniita ama nilijiita mwenyewe? Na sio mambo ya mitume tu na watumishi wa Mungu, because then there is a way of going back and receiving virtue that makes this thing work. There's a way of going back and receiving virtue that makes this thing work. I declare today that virtue is flowing. You can obtain health. Unaombewa na upone, na uende nyumbani umepona. And then after 1 or 2 years, or maybe some small time, there's a relapse. Hiyo kitu inaanza kukurudia, inaanza kuchanganya. Now there must be a way of maintaining a relationship with the source. That was the problem with the child called the prodigal son. Hallelujah. Alipopata mali yake alisema, baba nipatie vitu zangu, akapewa.
akaondoka. Some of us who come even to this ministry, hapa, hii hapa, synagogue, CFC church, hapa, we come to receive our thing. Unakuja kama mwewe. Unajua vile mwewe anafanyanga na kuku, vifaranga? Akishuka, anachukua, kuku anabaki wakilia, para, ameenda, ameshapata ile kitu alitaka na There must be a way of retaining a relationship with the source that makes the thing work. That is the wisdom that God gave me to come and share. That you must be able to maintain an abiding relationship with the source that produced the gift. Kwa hivyo huyu mama alipokuja akaona plot yake ni nzuri lakini haina maji, akaenda yeye mwenyewe kwa babake akasema, umenipa plot na shukuru, sasa nipatie maji ya kutengeneza shamba, bustani. Give me the resource that makes this thing work. If you are a woman and you get married, or a man and you marry, kuna vile mapenzi yanaanzaga mwanzoni, watu wanapendana. Hallelujah. But there's a secret to keeping that fire of love going into age. This couple here, yeah, you did well. Wapigie makofi hawa. Leo wamekaa pamoja. Mara ile ingine waliambiwa wanakaanga mbalimbali. Mara hii naona wanaendelea kutupatia upako huo. They have testified that they have lived together in the last 25 years. And so the apostle was filling it up and saying, together with those 25 years, kuna ile ingi plus years, hawa watu wakiishi pamoja in a relationship. Now, what keeps that relationship fresh? Hallelujah. It's the idea of knowing where the source is. For instance, now these ones have their parents. I hope your parents are alive, or at least some of them are alive. This parent is the source of this daughter. This parent is the source of this son. Keeping contact with the source keeps the resource flowing. In the name of Jesus. Keeping contact with the resource, keeping contact with the source keeps the resource flowing. So ule mtoto ambaye tumemtaja, yule prodigal son, alifanya nini? Alichukua na akaenda. He didn't want a relationship with the father, with the family anymore. Alitaka kwenda zake upande ile. Alipoenda kule, inasemekana alikula ikaisha. What was a blessing became a curse. Akaanza kuhangaika upande ule, akasema sasa mimi nakaa huko nahangaika na fuga nguruwe na kula mpaka chakula ya nguruwe. Watumishi katika nyumba ya babangu wanakula mpaka wanaacha. Kwa nini nisirudi niambie tu babangu basi nifanye niwe kama mtumwa katika watu wako nikutumikie? But when he came back, he found out that the father was always waiting for him. And if I'm talking to you and you are any of these kind of people, today know that in this house there is still virtue that makes the gift you received work. There is virtue that makes the gift you received work for you. In the mighty name of Jesus. And so, I want to go back a little bit earlier. Then I will bring one or two things that I feel that God is helping us, what we shall do, what we must do, what we must undertake, yes, to make the thing work. Pastor Beatrice. And so, hear me, because in a very short time, we shall be inviting the apostle here, and he shall take us further in the program.
But when Caleb obtained the inheritance, ile mahali ambayo alitaka, when you obtained the ministry, when you obtained the gift that you desired to receive, when Caleb obtained his ministry, or when he obtained the land that he wanted for his inheritance, I came here to tell you that the inheritance is still available. Kuna mtu anaweza kapokea urithi wake. Na tukiongea kuhusu urithi ni mali kubwa. So Caleb received his inheritance. But when Caleb received his inheritance, there were giants living in that land. You don't just receive an inheritance and enjoy the inheritance. Hata prophecy ikitolewa juu yako, neno linasema that take heed to the word of prophecy you received and wage war. Tunaelewana? According to that word of prophecy, wage war. Apostle, karibu. Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Ati mlikuwa na wasiwasi. Ati nisioni posto. Sasa kuna mwingine amenitext. Kwani ukuji? Nikamwambia kuna pastor hapo. Sasa pastor ataniombea. Kwani nimekuambia kuna mtu wa kuuza bako hapo? Nimekuambia kuna pastor. Si ndio? Ataniombea. Mami, how are you? Yeah, and you? Why are you scared? Why do you look scared? You are not? Yes, good. Pigeni haa. Wapigeni makofi haa. Yes. Yes. Nyinyi amujui kile naona. Thank God. Nimekuwa mbali kidogo lakini nimetoka Naivasha. I had another service in Naivasha. And I thank God for everything because he's a faithful God. Praise be the name of God. Ninajaribu kujisplit kidogo kidogo na kujaribu kuinua hawa wachungaji. Tafadhalini wakikuwa mnajua ni mimi. They are operating from this altar. Anybody operating from this altar has the same capacity. Bwana Yesu asifiwe sana. He has what? The same capacity. Hata ukimuona akikuja kushika microphone wewe ujue ile ulitaka utapata, because it is about you, it is not about the pastor. Kwa sababu nina kazi mingi Mungu amenipatia na ananiambia jitayarishe haraka, kutoka mwezi wa 4 italipuka tu. Na utakuwa ukinionea kwa view sasa. So jitayarishe, tujifundishe kukaa na hawa watu. Sababu ndio utakaa na wao sana sana. Mimi niko Australia, niko America. Kama sasa next month ninaenda, next month hiyo ingine niko America. Miezi ngapi? Mutigo kwa mwaka kwa. Gegasho kama mutiga kwa mo. Like Dubai, ndronire Dubai peke yake, Dubai siku 3. Basta. Ugasho kale. Basta ugasho kale. Ni kwa nini? Makanitura kwa muno neke tutarakigwa tugekenagio ni ogituhe kigo kiriku hege akwanya ndikite Biblia-ini. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Yeye kwendeni huko. Hiyo sio amen. Nasema nakupenda pia. That's a love. Ni love na achiria wedo. Nikisema nakupenda na wewe unanipenda, nakupenda pia. I love you. I love you back. Siwache niwafundishe Kiingereza na Kiswahili. I love you. I love you back. Si amen. Kuna vitu kile tofautisheni. Ndio naona nyinyi wa mama mmepeleka Biblia bedroom. Baka yuko kwa bedroom, mzee akikuja anakuta ile badala uweka kalafu songo ndaza muthenyo ryaga kwa nega kena muno. Sasa mzee akikia, sasa kesho mzee atakuja.
Sitaacha ukulale ndio akuje. Mami, ama ni aje? Where we supposed, nyumba haina mipaka? Are we supposed to be religious from kitchen, sitting room mpaka kwa bedroom? Hapo ndio tunafanyaga makosa. Unakuta mama ameweka Biblia katikati ya kitanda. You should not take your Bible there. Take your body. In your house tengeneza mahali panaitwa an altar. Pale mtakutana na Mungu hapo. Ukienda huko kutana na Buse. Wacha kumibia muthenyo ria gakwa. Ndegake na muno. Nani bedroom? Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa unaweka mpaka taa kama hii. Kuna kuwa kigiza hivi. Hamuonani vizuri. Neguo mami, that is how. Because church, the origin of the church or the formation of the church is family. So if there is no family, there is no church. And family inaanzanga bedroom, si sitting room. Kwa sababu matatizo na shida zote na maelekezo na kila kitu ni huko bedroom. Ndio hapo nakutaga unaogega msee idhangania. Leo ule. Kama goda kale waugire togeka atia. Uko kwa bedroom ndio vitu kama hiyo. Wakati mzee ametulia na amesikia raha. Lakini totire na motu. Waugire totikagura mugoda. Mzee ni kupepelezwa na pepeleza zako. Hata kama ni responsibility unamtengeneza. Ndio kwa sababu uliitwa maua. Na mimi nikaitwa bau kwa sababu ya shapeless. Unajua mwanaume ni shapeless. Ndio mwanamke anaitwa nini? Ni hoa. Yatiko kaandike mami. Nego. Ndira hujekera kuigira kana nirari gwene kugoko okire. Unashida ni wapi hapo ulikuja? Unataka tu muujiza uende kigo kimwe. Unakuwa na nini? Yake. Mkiwa na namse. Enda utoe hiyo kitu huko. Acha wewe. Ndio maana ananiangalia na shida huyu pasa na yeye ni wa wapi. Na niko na Bible. Najua nikikuja kuhubiri hapa, Mungu ananiambiaga na ile set ya watu wanakuja, Mungu ananipeleka message yao. Na ukiona ile kitu nimetangulia kuongea, najua hapa kuna watu namna hiyo. Kama unasikia mama huyu, ako na Bible study kwa bedroom. For what? Mna study nini? No. Baba, Bible study kwa bedroom. Na mzee hajaokoka na hajui hiyo maneno unasema. Na mzee amekuja amekaa wiki mbili. Sasa utaanza kumwambia John the Baptist, since the days of the John the Baptist, the kingdom of heaven suffered violence and is taken by force, and the force is taken by... wewe utakula kovi. Utakula kovi. Alikoke mtu amekaa Busia siku 6, amekuja akifanya muscles, akitengeneza muscles ya kuja apate bibi yako tayari. Sasa hiyo kwanza kitu ile ulimkuta naye ukimfungulia mlango hivi umevaa t-shirt hapa kimeandikwa sengenge ni ng'ombe. Akigeuka hivi ukimwi inaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kwa kichwa amevaa ile suruali ile mrefu ile mnawekaga ndio ameweka kwa kichwa. Na huko Busia alikuwa anashikashikwa na kakitu kasichana. Kamevaa baka hapa. Najua sisi wanaume atukuragi ile kitulil. Tunakulaga imagination. Unajua hivyo? Wanaume, kama kuna watu wajika ni wanaume. Yule mwanamke tunatokosa huko, akuja awekwa wewe na yeye, utashindwa mudoni hakiri hatari. Ni hakiri hatari. Ti hakiri tutari. Tunacio no tuliaga imagination. Unajua hivyo? Mwanamume anakulanga nini? Imagination, because mwanaume ni mjinga. Nikimwera kwa Biblia domerera ike ilimoishi neke tulekelimo kwa sababu ya kitu moja. Wakati mlitengenezwa tuliuliwa, tukararishwa, tukadugwa shindano ya kulala kogonio. Ndio kitu yetu ivujwe, ndio utengenezwe. Hata kama mzee mwingine aliniambia si ilivujwa. Sasa tulirarishwa. So we don't know how you are created. That's why we are always curiosity.
Tunataka kujua mliubwaje. Ndio wewe hebu kuja. Katu go hodere. Sunana mama ni mrebo. Sasa ninaendesha gari pada tu hapa juu. Ninaendesha gari tuko hapa. Yeye amekaa hapa, tunaendesha gari. Yeye atakuwa kwa simu akiandika akicheza tu emoji na nini. Na mimi naendesha gari. Alafu wewe kuja. Sasa wewe pita tu hapa na angalia tembea vizuri hivi. Tembea vizuri. Sasa tuko na huyu. Lakini utaona macho yangu iko wapi? Iko pale. Inaangalia tu venye anaenda. Bako unasikia gari kukum. Imeroga gari ingine. Na tuko na nani? Kwa sababu huyu amevaa kamini skirt. Huyu amevaa mrefu. Mama akivaa kamini skirt, mwanaume anapenda. Ukivaa nguo mrefu hatupedi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kaa chini nikupatie kisabu kingine. Sasa huyu alikuwa amevaa mini skirt. Si ameenda. Afike ile chochoro, atoe nguo zote, akuje Noi. Najua nilikuwa na imagine nini iko hapo ndani. Atoe zote akuje Noi, hakuna mwanaume atamwangalia, tutaangalia kando sisi yote. Hakuna mwanaume ataangalia, tutaangalia kando sisi yote. Kwa sababu sisi hatukulagi kitu lili. Tunakulaga imagination. Sasa nikiingia kwa nyumba nitengeneze imagination. Nitengeneze imagination. Nikiingia bedroom nitengeneze imagination ya bedroom. Ndio niache ujinga ya kwenda huko. Utanikuta kwa baa nimeshika kimama. Hiyo kimama ukiangalia hata akinanuka. Sasa mpaka mtu anakuuliza huyu mutumia wake ile tulio kwenda gia supermarket kana ile tulio uko na chemist hale. Mutumia mudhaka na nikialeka huko ba. Yaani ile kimwanamke nimeshika hivi. Mpaka hata shetani ananiuliza maswali. Anako nego tomaga hali titaguko. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa ibada ya saa 8. Mwambie karibu sana. Asante sana. Nimefurahi tena kuwaona kwa sababu nawapenda. Na Mungu wangu pia nawapenda sana. Na ninafurahiange wakati nawaona kwa sababu you are so good people. Hata kama mnakaa na sura baya za huzuni, ndio nisikie huruma. Mimi nitakusikilia huruma. Ni Mungu aliyekutuma hapa ndiye atakusikilia huruma. Mimi hata ukifanya wanaikala na dhura hata ya kwenda kuigwerodha, mimi sina huruma yako. Sina. Mimi niko furati. Mimi nimeambiwa ndio sema hii, mimi nikisema natoka. Hiyo ingine ni wewe na yeye. Connect na yeye usaidike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mudurume. Kimani. Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Hiyo jina nasikia ikiwa mzuri sana. Wacha tuangalie kitabu cha, kwa sababu nasikia Mungu akiniambia mko na pain, a lot of pain in your life. Si ndio? You got a lot of pain. Kila mtu hapa naona ni watu mko na pain, hata sura zinaleta pain na mnataka kuhurumiwa. Unfortunately, I have no mercy for you. Nitakupatia neno uende ujihurumie kwa sababu shida nyingi mko nao waleo watu hapa ni nyinyi mmejiletea. Na sasa tuangalie ni kwa nini Mungu alikubali hiyo shida ikuje. There must be a reason. Because hii mambo yote unaona inatukutaga, kuna sababu fulani ambayo imesababisha vitu kama hizo zikafanyika. And these things, that is what I want us to explore today. Because there is a story behind a story. There is something that is happening within you that is very important for you to understand and also to know. There is redemptive power in pain. There is redemptive power in pain. Hiyo ndio topic yetu. Ati kuna nini? Kuna nguvu ya ukombozi ndani ya uchugu hiyo unapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo uchugu unapitia iko na sababu na imetengenezwa ndio uviinywe ukae venye Mungu anataka. Ndio uviinywe ukae vile Mungu alitaka ukue. Kwa sababu umang'andi ulikuwa nao mingi. Sasa Mungu analeta kufinywa, unafinywa hapa, unafinywa hapa, unafinywa hapa. By the time utokelezee pale, utatokelezea ukiwa yule mtu Mungu anataka. Ushaijua hivyo unaweza kufinywa? Mshaifinywa? Kama haka kamefinywa vizuri haka. Kamefinywa mpaka sasa ukimwambia simama, yes sir. Kaa chini, yes sir. Yes sir. Kwani there is redemptive power that comes with the pain.
So the pain that you have is very important. Na ni mzuri kwa sababu it is there to make you succeed in life. So every pain, the Bible says all things work together for good. It's all things, not one thing. Everything works together for what? For good, because of who? Of only those who love the Lord. Not everybody. Hapo ndio mnakonfisigi. If it's only for those who love the Lord, that's all things will work together. No matter, kifo ikikuja, good. Kili ikikuja, good. Hasara ikikuja, good. Everything will work for good, for the sake of the Lord. Because he has a reason for you to go through what you are going through. He has a reason for you to make you to become. He has a reason for you to succeed. In that pain, you succeed. The other day nilikuwa na discuss topic ingine na watu wengine kule Thika, nikawauliza maswali mbili, wakashtuka wote. Kwa sababu kuna mama hapo anafanyanga mortuary, private mortuary in Thika. Akaleta vitu hapo kwa nini, kwa kanisa. Akasema hii nimetoa sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nyumba ya nani? Kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetoa nini? Nimetoa sacrifice kwa nyumba ya Mungu. We give sacrifices ndio tuweze kubarikiwa. We give sacrifices ndio ile milango imefungwa ifunguke. We give sacrifices and our tithes so that tufunguliwe milango na dirisha. Mungu anasema leteni fungu zenu za 10, malimbuko na nini na sadaka zenu kwa nyumba yangu. Muone kama sitawafungulia milango. Sasa huyu mzee akalete vitu kanisani kama sacrifice. Ndio milango yake ifanya nini? Anafanya kazi wapi? Mochari. So alikuwa naomba nini? Milango yake ifanya nini? Ifunguliwe. Mimi kama mchungaji naomba ndio mkue na live. Lakini huyu mtu ameniletea sadaka. Ni milango yake ifanya nini? Nitamkataza. Nitafanya nini? Nitakuwa tumesaidiana naye kufanya nini? Kufungua milango na madirisha. Nini ifanyike? Sasa akiwa kwa hiyo kanisa alikuwa anaangalia watu, anaona these are possible customers. Now tell me, what do you think about that? Yule mtu anafanya tengeneza masaduku, ukimwona sasa huyu anatengeneza kama jeneza, umuone amebeba kabahasha katika miandikwa 10% na mmekaa karibu na wewe. How do you imagine? How do you think about that? Huyu anafanya mochari, ndio mwenye ile mochari kubwa sana Thika ama Nakuru. Sasa ameshika kibahasha kimzuri sana, kizuri, kimeandikwa tithe. Na wewe uko next na unaangalia unaona ameandika na tithe na unamjua ndio mwenye mochari ile kubwa Nakuru. Amekuja kufungulisha nini? Amekuja kufungulisha nini? Milango. Kazi ipatikane. Amekuja kusema Mungu, kazi imekosekana, niitie watu wakuje. Niitie wateja. Na mimi kama pastor nitapokea tu kwa sababu ameleta tithe, nimeambiwa nichukue tithe. Hallelujah. Hagethia tewe pastor. Todo nawe, no tuweke sababu. No, you can, unaweza kuwa hata wewe. Hata wewe unaweza kuwa dirisha hiyo inaweza funguka, wewe ndio umefungua dirisha. Hiyo ni kuingiza mtu kwa majaribu. Mungu alitoka kwa majaribu sana hapo. Mpaka umestuka. Kai, taingilie hau. Jiweke tu hapo, ujiulize hiyo maswali. Kwa nini? Na watu watakufa tu. No mudu wakule makwa no nukumwiga nyumba. Thede konuga. Thede konuga. Mudu taru we ungekuwa ri tukuiga nyumba tondu imuhonoku. Durakua. Tuge nie ingekuwa ri. Tondu ni pastor na ndi apostle mukunjiga bedroom gwakwa. Mugwitwara ku. Garoro ni machine. Theti andu mekondora. Kewero oruto kurikana na aria mararuta wira. O mundu ikare office-ini yake. Nie ndire hau. Nie ndi wako. That is how life is. Life is like that. And we need to complement. Do the will of God. Walk within the will of God. And God will make you successful. God will make you succeed in every field. Because all these things, we come to pray for you so that life can come. Some other people do anything that they do because they are doing something else. Kama sasa ni sawa tu na yule mtu ametengeneza bunduki.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumeenda umepata barua ya uweke bunduki hapa. Umenunua bunduki ya nini? Ya kupika uji. Na yeye ni pastor, kwa sababu kuna mapasta naona wako na mabunduki hapa. Sasa unajiuliza, ako na bunduki. Mwizi akikuja, nitatoa Biblia ama nitatoa bunduki? Mwizi ndiye yule kwa mlango na amekuja. Sasa niko na bunduki na Mungu coincidentally ali make sure Biblia iko kwa meza sitting room. Utafanya nini ya kwanza? Utatoa bunduki. Utakuwa Mkristo ama utakuwa umeanguka? Nini? Na tunaambiwa hii ni silaha ya kwenda mbinguni. Biblia ni silaha. Tunaambiwa hili ni neno. Neno linaweza kubadilisha maneno. Linaweza kubadilisha, kuhamisha mlima itoke hapa iende. Hili neno linaponya. Hili neno linavuvua. Hili neno linabadilisha. Sasa ndio hilo neno kwa mfuko hapa. Mwizi ndiye yule na bunduki. Na paga na wewe una kapisto hapa. Utainua neno ama utainua bunduki yako? That is why Christianity is in dilemma. Christianity tunakuwa kwenye dilemma. Because these things is a mystery. The word of God is a mystery. You need only to be obedient. And for us to become obedient, we are passed through a process that will produce you the best person that will understand this situation is for me and this situation is for God. Because there are situations for you and there are situations for whom? For God. And for the situation that is for you, just handle them the way they come. That which are from God, return them to God and give them to God. And you say, to God be what? Be the glory. John 16:33. Bwana Yesu asifiwe sana. John 16:33. Wale watu wanatutazama from America, from USA, from UK. You are welcome back. You are welcome in this broadcast. God will surely love you. I've been from speaking to somebody mwenye ameniambia hiyo mafundisho unafundishaga kweli. We 100% we are facing. Kuna watu wako America, they have nothing to show. Kuna watu wako UK, I've just spoken to, kuna mtu ako London West. Ameniambia mimi niko na 20 years. But there is naogopa hata siwezi taka mtu wa kwetu anitembelee because I've got nothing to show. Na nyinyi mugaga my brother akorogo UK. My sister akorogo US. Wewe maneno ni gumu. John 16 verse number 33, the Bible says, wow, wewe uko 33. Tuanze that 29. His disciples says, now you are speaking plainly and not using figurative speech. Now we know that you are all things and do not need anyone to question you. This is why we believe that you came from God. Hallelujah. Jesus answered them, do you now believe? Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. Have I said these things to you, that in me you may have peace? In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. That in the world you will have tribulations. Utakutana na mawimbi yatakuja. Challenges of life will be there. Being a Christian does not disqualify you from challenges. Being sick does not mean you are not a Christian. Being poor does not mean that you are not Christian. But there is one thing that God or Jesus has won the battle for you. For anything that will come pass by you, you will be able to conquer. So being in the cross, kuwekwa kwenye msalaba, kuteswa, kulia, whatever that happened, Jesus has won the battle, has conquered those challenges. All what you need to do, it is to invoke the word of God, to invoke Jesus, to say, in the name of Jesus, I tell you disease, get out of my body. In the name of Jesus, I tell you poverty, get out of my life. In the name of Jesus, I command you out.
Bwana Yesu asifiwe. So it is only by invoking the name of Jesus that we win every battle. All these challenges we have already been sorted out. So if you have a problem and still you have a problem, it's only that haujielewi na hujui ya kwamba hii shida ishashughulikiwa. Hiyo ugonjwa uko nayo ilishughulikiwa kwa msalaba. Hiyo taabu uko nayo ilishughulikiwa kwa msalaba. Kwa sababu lakini shida ile uko nayo ni nini? Uko na kiherehere mingi, unaruka hapa unaenda hapa, unaenda hapa unaenda hapa. You have no time to connect the miracle of Jesus with yourself. You have no time to connect that healing that Jesus gave forth for you. Just connecting it. Once you connect it, you get it. It is whoever that will ask in my name. Whoever. Therefore, you must ask. In whose name? In Jesus' name. Whoever will ask in my name will receive it. So you got the healing. You got the solution to the challenge you have. You got the solution to the problems that we are facing. Hizo zote zimeisha. You don't have to struggle. You don't have to cry. You only ask in the name of Jesus. And in asking the name of Jesus, you must mean it. You must deeply in it. Because it does not come from your lips. It must come from your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you become a winner. That is how you become a conqueror. That is how you win. Pain can be either emotional or psychological. Kuna watu hapa wanapitia a very painful life that is psychological. Kuna watu wanapitia hapa a very painful life that is emotional. And also pain can be physical. It can be psychological, physical, or what? Emotional. Kwa sababu there are people here emotionally uko ndani. Kasura unaona ni kama haka ni kasuri sana ukimwangalia hapa. Lakini inside, oh my God. Ni volcano inaweza kulipuka anytime. Ndio unaonaga mtu unauliza mundu twatida nake wega. Na dauma hado niki eshirie kogwo niki amejinyoga na kanoti. For my friends, goodbye. I've decided this because nimekubali kwenda. Hii shida sitavumilia tena. Na kama kuna mtu anawachekesaga kwa ile kamwelezo yenu ni yeye. Kama kuna mtu alikuwa na raha hata mkiachana ni yeye. Kumbe kuniko ndani emotionally things are not good. Inside huko ndani things are good. Na better udili na yule mtu wa makasiriko. Yule mtu anarukaga na anasema nini kwenda na analia machozi. You better deal with that person rather than yule mtu unamwambia kitu ananyamaza na meza. Huyo ni mtu dangerous. Ni mtu mwenye akilipuka. Afadhali kaboge na githuri kenegena gagitinda gikenegena ukira githuri gikiragira gikaingira bedroom. Siku moja ili ataamua kudilu na wewe, my friend, watu watakuja waulize huyo tiwe. No, haiwezi. Hata akipelekwa kotini na mada, watu watakuja kumtetea. Waseme si huyu mzee. Hapana. Huyu mzee wa kanisa. Huyu mzee mpole hivi. Hata tunaitisha kwa kitu yeye atakuwa wakosa. Hata kagi vita. Hata akisema ni hata kagi na hata kagi mambo mingi. Ni mzee mpole. Mzee mpole. Haje sasa imekuaje? Mzee kama huyu mpole hivi. Mzee mpole. Ama si mpole? Bueno, getoira. Mzee kama huyu mpole hivi. Ilikuaje mpaka akafanya hivi? No, haiwezekani. Hapo sasa ndio mnasemanga hii ni mapepo. Si mapepo. Kuna vitu vingine mnaekeleaga shetani mpaka anaenda kuligia Mungu. Mpaka anashindwa hata hii watu wanasema hata kabisa unasikia venye wananisifu? Unasikia? Wanasema venye niko powerful. No. Because huyu mtu anaekaga, anafugiaga huko ndani. Anafugia. And ikifika wakati wa kubasi, lazima atabasi. Na atabasi vibaya. Na anaweza basi, ndio unasikia alichinja mama, akachinja watoto na akajichinja. Kwa sababu hiyo kitu imekaa ndani yake. Na imekaa, na imekomaa, na imekuwa mzee ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikikuwa mzee ndani yake, I'm telling you, ataact kama mzee. Na atatoa amri kama mzee, na atatoa hukumu kama mzee. Anasema mimi siachi familia. Unajua mzee yule amekomaa, haachagi familia. Yes. Muthuri mugekutani ni mshenasha kwa ciothe cikaraga kwena baba na dadi. Kwa sababu mimi ni mzee, kwa sababu mimi ndio natoa kibeti.
hivi. Hata mama kama anatoa kibeti, ni mimi tunatoa kwa nini tunakujaga tunajaa hivi. Sasa tunakaa kingine kako hapa, kingine kako hapa, kingine kako hapa, kingine kako hapa. Sasa narudi naendelea. Daddy na nachomoka. Daddy. Sasa huyo ni mtu anaitwa mzee mwenye amekomaa. Kina mzee ametupa watoto wake, hataki mambo na watoto. Hiyo inaitwa daddy. Inaitwa daddy what? Deadbeat. Anaitwa deadbeat. Mwanaume ni ciana, mutumia ni korera, kuhe ciana gya kuria, akamarugira na komonia wendo. Na baba ni kulea, ni kutoa vitu watoto wako akule. Wewe ndio ni muti ya kukuliwa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona hata bibi ukimuoa anaitagwa jina yako. Kwa sababu ni mtoto yako. Unamulisha na unamvalisha mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watoto wanakula mzuri. Sasa ndio unaona mzee Mkikuyu kama mzee huyu kwenda na watoto anaenda na bibi na anasema diratika shenasha kwa nadhudha wanaenda akilipukia huko ndani. And it has happened. Unakuta katoto kako kanaishiki maisha ingine huko ndani. Kana mauchungu. Kani kuna tukakijana tunakujaga hapa kanakuja na kabinda fukuza mama na abia mama ayetoka. Wacha niongee na mtoto. Mama akipiga tu frame unaona machozi imeanza kuteremka. Ananiamuuliza ni nini baya? Mimi tu nifuguke moyo. Anakuambia mastori, unaanza kulia hata wewe. Na kana kutolea karatasi kana kwambia hii ndio suicide note nimetoa. In fact umenichelewesha nataka kwenda. Bwana nilikuwa nako kakijana hapa Sadi. Kameandika suicide hata kame describe venye katazikwa. Na wenye watakuja na wenye hawatakuja. Na wale venye nguo zitavaliwa. Kasema kama zishi yangu kusikuja mtu na black. Na my boyfriend ni kaboy. Na my boyfriend lakini kaboy. Na my boyfriend na yeye afanya nini? Na yeye atavaa pink siku hiyo ya mazishi. Lakini I will love you forever. Kameenda lakini kameacha kamekamata mtu, kamevuga mtu. Na nikamvulana, kameenda na kamvulana kaeza hapo kwa mwenzake. Sasa familia inashidagwa ni nini mtoto alifanya? Kwa sababu mtoto alibadilika tu all over once na performance yake ya shule ikaenda chini. Kumbe kijana kalifanyika kage. Sasa kameenda kalikuwa kage na kalikuwa kage kama mwalimu shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwalimu nani? Shule. Sasa kage mwalimu ndio nini? Ndio Musae haka ni kabibi. Sasa mwalimu ameachana na haka, amechukua haka huko shuleni. Sasa kanataka kujiua kwa sababu kamewachwa na nikamvulana. So ukiwa na watoto wenu, ni tu na wao. Kuonyesha ni mapenzi mzuri. Mimi nikitoka pale nilianza kufikiria vitoto vyangu vyote. Mpaka nikaanza kuwapigia simu mmoja, tunaongea tu story hivyo. Kwa sababu niliuliza kijana, sasa how do you behave? Munaigiaga aje? Sasa nikaanza na hoji huyu namuuliza unaonaga Samia na kaagaje? Na hoji Samia namuuliza unaonaga Jeroge na kaagaje? Na kwa sababu nataka kuona kama kuna ka element ka hiyo maneno nimesikia hapa. Sasa huyu ni mtoto innocent, mtoto mzuri sana. A very good boy, humble, very handsome boy. Lakini kumbe ni wana huko ameharibiwa hata waiza sasa. Kwa sababu kigiwa na huko full stop. Maisha yako inakuwa full stop. Kuna mekiha ya na huko inakatika. Ikikatika that's the end of you as a man. So mtoto alilia. Akaniambia let me open to you because I've seen you know what you wewe ni mtu mzuri. Kaka open up. Na nikakuja kuhudua kumbe ni mtu wao amekaroga. Amekarusha na huko kaende kakiedaga. Matata. Sema matata. Matata na maanti. So that is, I'm talking about the emotional pain that you go through. This boy was going through a very strong emotional pain. A huge suffering. And ameandika ka suicide note because sio hiyo tu ani na hii anasema fulani alifanya fulani amefanya hata nilienda hapa kwa sababu ya fulani. Because that is only where alipata peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore this is a challenge that we need to look at the emotional pain. Are you going through an emotional pain?
Are you going through an emotional pain because of that boyfriend, because of that girlfriend, because of that businessman, because of that business, because of that kind of thing that has happened to you? Kuna emotions. Is there an emotion? Kuna kitu ndani yako kinatembea. Unasikia ndani. Kuna pain itokagi. Ukiona mwanaume hivi, labda ulikosewa na mwanaume, ukakuwa na wa kwanza akakukosea, ukakuwa na wa pili akakukosea, ukakuwa na sasa hata unanionaga hivi unashindwa. Nikulia tu na anointing nikio ukite ha. Uranyo nogo kanyo nogo kaligo giki nakio ri. Arumene wari amwe. Arumene nyamo. Arumene nyamo. Arumene nyamo. Yeah. So we have seen pain could be emotional, psychological, or physical, that is mental. Unaweza kuwa na pain that is mental. Na ndio unakuta kuna breakdown. Unakuta mtu ameanza kuchizi tu. Tukuona kati na ndogo. Yaani unakuona kati umevaa hivyo vizuri lakini wewe ni mwenda wa simu. Ni pain ile iko. The pain, the mental pain. The mental pain is such tormenting, most tormenting pain that can happen in your life. Because it is eating your brain. Thinking capacity yako inarudi chini. Baka unakuta macho haionangi vizuri, unaanza kuona dim. Na kila kitu unaona kina kuirritate. Hivi ukiangalia unaona mpaka sufuria. Ushaingia kwa nyumba, ukiingia kwa nyumba unakuta kitu kama hii, wacha ni nini? Nige. Ushaikuta nyumba kwa hii unakuta sufuria ziko kunakoka unakoka kikapu kama hii. Toka kwa tuja paka watoto nakashika unakachuna unakapiga mateke That is when you have that mental pain. That everything you are seeing in front of you ni kitu mzuri. Mse, umekuja? Umeniletea pesa yangu? Okay. Chukua bahasha pale uweke. Bwana Yesu asifiwe sana. So the emotions, the mental pain. Ndio naonanga watu wako madhare. Unakuta madhare, mental pain inakosigi unapose. Did you know that? You pause. Ukienda kule madhare, kuna mtu anaweza kuputa atakupatia story ya pale kichwa ilikirakia. Kama ilikiraki tarehe 16 saa 4 ndio ilikiraki. Ile story atakupatia kutoka hapo ni ya hiyo minute ya tarehe 16 tarehe 4 the second minute. Because alicrack ikamshia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a mental. Ukienda unaenda kwa Dr. Fragi Jega, anakuongelesha mpaka anakurudisha. Unaanza kudugwa mashindano. Sasa ile kudugwa mashindano ni kusuppress. Kuna kitu wana suppress ndani yako. Ndio kichwa iwache kwenda bio. Na sasa the moment ukidugwa hiyo mashindano, ndio kichwa ianze kwenda bio, umekuwa kaput, umekuwa cabbage. Hakuna siku nyingine utakuja kuwa mtu mzuri. Sasa wewe ukituona, hata tukikuona utakuwa ukisema maneno migi, maneno haieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. All pains got one thing in common. They have a redemptive power. Either mental, either physical, either spiritual, psychological, whatever the pain that you're going through, it will redeem you from the forces that are separating you. Ile shida utapitia, ule ugumu unapitia, utakusaidia kutoka kwa shida na utakufanya you become a better person, a strong person. Hiyo uchungu unapitia itakusaidia kuinuka. Hiyo uchungu unapitia itakusaidia kukaa in a manner that God will help you. Pain is motivational. Pain will bring motivation in you. Itakumotivate. Wakati siku moja nilikuwa kwa jela, nilikuwa nimefugwa, ningojea kunyogwa. Huyo mtu wa kunyoga anapita anakuja ananiambia kila asubuhi. Ananiambia, "Waruinge, this week, 1 week remaining." Sasa hiyo jamaa nilimbebeleza nikamuita nikamwambia, "Sikuja tuongea kidogo." Kaliingia. Nilikaswaga vita. Nikamwambia, "Ujinga usiwahi kuniambia tena." Nilimpiga vita mpaka polisi ni mzima akakuja kumuokoa kwa sababu nilijua anyways ninakufa.
So hata mkuja munipige, hata mkuja munifanya nini, wacha nikaue, tutaenda nako huko biguni, twende kule, tutaenda tutakutana, tunaenda na yeye huko. Sasa although hiyo kitu ilitoka, it redeemed me. Na kutoka hapo nikajabi, kuna askari mmoja mwokofu akakuja kaniambia, Waruinge, wacha kupaniki. Hii kitu unaona, hata labda hautakufa. Ni huyu mtu, usijali. Nikasikia kuna kitu ilinizungumzia, nikasikia vizuri. Nikamwambia, wewe sikufi, wewe ndio utakufa. Kwa sababu walikuwa nataka niache hiyo grudge. Kwa sababu walikuwa najua huyu nitapiga, nitamaliza. So alikuwa niambia huyo jamaa akaniambia, mwambie hutakufa, yeye atakufa. Sasa alikuwa anataka ndio aniodoe, ni emotions zangu zitoke. Nikamwambia, wewe no, wewe ni wogokua, ni ndigokua. Na ilifanyika hivyo. Sikukufa. 2 months later, kamuzee kwa sababu kalikuwa kama mungare, kalikunywa mungare ile baya, ile ilikuwa huko Lemuru. Ile Muru mani wapi? Ile walisema hata mkizima mata. Si Muranga, padia hapa, banana hapa. Kalikuvia hapa Muranga. Kalitoka tu kakaenda. Kakakunywa. Mata ikazima na ikazima. Mimi nikatoka. Hallelujah. So this one will bring the redemptive. You are redeemed from that pain. You are redeemed from the struggles of your mind. You are redeemed from the forces that makes you go through. Utapitia machugu mpaka unasema, mimi nimeachana na stories za huyu mwanaume. Mimi nimeachana na stories za huyu mwanamke. Mimi nimeachana na hiyo story ya hiyo biashara. Mimi nimeachana na hiyo story kabisa. Sitaki. Na unasikia uko relieved. Unatupa, unasikia ulipoteza 10 million. Zimekusubua, umeenda mpaka kwa waganga. Umekuja umeopiwa, nothing is happening. Umekoniwa zaidi. Umekuja kwa waganga, ukakoniwa pesa, na waganga akakwambia ni kuna roho ilikuingia na ilikuingilia huko kwenu, sasa lazima niingie niitoe. Unasikia mganga alilala na wewe na ni mganga ananuka. Ukifuata pesa. Unaenda kwa pasa kama mimi na yeye anakufanya the same. Unaenda kwa apostle anakufanya the same. Unaenda kwa nabii ule unasikia ndio nabii anakufanya, na tu pesa tunaenda mpaka unaona tu pesa tumeisha. Hakuna kitu inakuwa very frustrating. Huko na tu pesa kidogo tukufikia tule tu pesa. Sasa huku tukikuliwa, tunakuliwa kwa haraka. Bako unabaki hivyo. Bako unakuja unasema, sitaki hiyo pesa. Did mokodi namo. Viti na moko, dina haki. Unasema, hiyo kitu sitaki. Hiyo pesa nimeiachia. Unasikia hiyo pain imetoka. Nakwambia hivyo kwa sababu hiyo pain imekushika, imekusubua bure. Nakwambia hivyo kwa sababu umeteseka bure. Unangangana kukasirikia mtu mwenye hata ajui kama unamkasirikia. Unangangana kukasirika kwa sababu ya kitu ilianguka, na ilianguka haina masikio isikie, haina macho ione venye unateseka, haina hata feeling. Uliishia na ilishia. And that was the end of it, and it will not come back. Bwana Yesu asifiwe sana. It will never come back. So that pain you are carrying, it is tormenting you for nothing. That is why uko na kidoda ya tumbo. Kwa sababu hiyo pain inasababisha acid inaendelea kutoka uncontrollably, inachoma maini yako, inachoma mara yako. Sasa utakuwa na kidoda kwa sababu ya mtu who doesn't care. A con man who conned you 10 million, he does not care. Hajali tena, alienda kutafuta mtu mwingine ya kukoni. Na wewe hapo ni uraragi usigisi ukifikiria ati Mungu atakuona. Kwani akikuja kukukoni, Mungu alikuwa amelala? Sasa ndio Mungu sasa amevugua maji, amejua mtu wake. Hapana, hata yeye akitoka nyumbani aliambia Mungu, oda hivi fafa jamani na mudogo tunya. Na Mungu anasikiaga maombi ya watu wote. Mungu anasikiaga maombi ya kila aina. Hata mimi wakati tulikuwa tunaenda, kwa sababu nilikuwa kama mwisi wa bunduki, tukienda kuomba tulikuwa tunaomba Mungu. Tulikuwa tunaita, tunaenda kwa pastor, tunampelekea 10%. Yeye hakuwa anajua sisi ni waizi, lakini alikuwa anajua ni watu wazuri wanampelekea pesa. Pastor, uko aje? Niko poa. Leo napitia hapo, nasikia nikubaie kitu. Neno nampatia tu ya kujikava. Na anakuambia ubarikiwe, na mali unatoaka hiyo pesa iongezeke. Unaenda mnatoka, unasimama kwa banki hivi na bunduki. Banki hapa nje na bunduki kama askari. Wanaume wanaingia ndani, unatembea tu na hakuna mtu anakuona. Hakuna mtu, unakaa tu nje, hakuna wanarudiki kuona. Acha nikwambie, wasikuwa pati niliwana wakiingia. Hakuna mtu anaonaga. Hakuna mtu anaweza kukuangalia. Ukishika bunduki hivi, hakuna mtu anakuangalia, wanalishaga tu kichwa. Labda chini, anajaribu kujisukumilia chini ya sakafu aingie na huko chini. Chini. Na unapitia, unamwambia nataka nisitue kidogo. Unapiga kwa hewa tutu. Wote ukitoka hapo utakuta kila mtu amekojoa kidogo.
aseme ni mwanile ama mundu mulaihu wapi ni imagination ni ogorokia uma nagua hakuna kitu nobody can describe you wanarudigi kwa makamera ndio wanaona ni nani alikuwa amekaaje na watu wanalalaga hapo utakuta mpaka anangorota wanakuja kwa mjua Bwana Yesu asifiwe sana huyo ni mtu niliomba mlale nikikuja hapo mkuwe na uoga I will make them scared of you. It is biblical. God is a God of all. Auragia bura kwa morogi. Auragia yani Mungu hana ati mvua haitanyesha hapa kwa sababu kuna wachawi watatu hapana. Itanyesha tu anyway. Na akilete shida akiseme nimekasirishwa na Nairobi, hata ataka kujua kama kuna pastor ama kuna apostle, ataangusha marakara yake kwa kila mtu. And it will be that and it will happen that way. So God, when you are praying to God, be specific on what you are asking. Usifikirie mwizi hasikilisagwi, anasikilisagwa vizuri. Hata mchawi anasikilisagwa. He's a human being. This is the principle of the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. So every person that is in your life, muombe a change. Muombe maisha i change. Muombe mtoto wako maisha i change. Kwa sababu wale waliompeleka kwa hizo madawa za kulevya, wale waliompeleka kwenye usherati, ushoga na kila kitu, ni watu ambao wanaabudu kitu fulani ndio walimsukumia. So you need umuombe na umpende, umtoe kwenye that kind of life. Praise be the name of God. Therefore, that's what I'm telling you, that pain will motivate you to change your standards, to change your life, to change how you look at things. Pain inakufanya ukue mtu. Uelewe kuna shida, uelewe kuna matatizo, uelewe jinsi ya kuishi na wale wengine. You will be humbled. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, let us look at some 2-3 things through pain. What we learn. What do we learn through pain? Because there must be a lesson of what you gain. Through that pain that you're going through. Through that pain ulipitishiwa na wazazi wako. Through that pain ulipitishiwa na huyo mwanamke mlikuwa naye. Through that pain ulipitishiwa na huyo mwanaume mlikuwa naye. What did you learn? What's their lesson? Through that pain ulipitishiwa kwa hiyo biashara ambayo walikupora nayo. Through that pain ambayo umepitishiwa na bosses wako. Through that pain umepitia kwa hiyo kanisa. Because hapa kanisani kuna pain. Hapa kanisani. Hapa kuna pain kubwa sana. Hapa kama mimi huaga na pain every day. Kuna siku natokaga hapa, naingia kwa gari yangu, nakaa kwa gari yangu, nafikiria ni kupumzika, lakini ni kulia nalia. Ile pain nimepatia hapa. Kwa sababu huyu alikuja, anakuja ameona daka adravuli. Huyu naye amekuja ameona pesa. Huyu naye amekuja ameona hii. Huyu naye anataka kupiga huyu. Huyu anapiga huyu. Huyu anapiga huyu. Huyu wanalimana. Unakuta kanisa mzima ni manyoka na machura na manini na mapaka na manyau zote zimejaa kwa kanisa yako. Unakaa sasa na wewe ndio baba yao yote. Hizo manyoka zote na machura na mapaka na whatever na manyoni na manzige zote ni wewe ndio baba yao. Unasikia venye wamelimana, wamepigana. Unatuma mtu kama sasa huyu unamtuma, unamwambia ende ukanunue vitu pale. Huyu kwa sababu ni mwenyeji hapa na kuuliza ulitumwa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tufuate protocol. Huyo wewe ulitumwa, ulipata nani alikuambia ukaribie pastor? Yusi sasa. Huyu amekuja. Mimi nimeona ako lonely, ako na shida. Anataka tu mtu wa kumappreciate. Ajione yeye ni mtu na ni mtu wa maana. Ndio kwa maana nimempatia shilingi 2000. Nimemwambia ndio ununue zile matagi, mkitoka hapo muende pale mpange na mpake rangi mzuri. Mkitoka hapo muende mahali nitatumana mkule karanchi. Sasa huyu hataki kujua hivyo. Huyu anashabuliwa, ile kidoda alikuwa nayo inakuja na guaruru yote. Na mimi nilikuwa najaribu kutibu kidoda. Ndio kwa maana nimempatia responsibility. Ukiona mtu kanisani, a pastor, good pastor gives responsibility to everybody akikulalia na Jehova. Unaona mtu muru ni aragelio na Jehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona mtu muru hata huyo mtu mbaya Jehova anayukelaga. Angalia mimi nimetafuta kwa Biblia, hata leo nimekuwa research kufanya kwa Biblia. Nimetafuta kama mtu kamoja kazuri Biblia. Kale kalitumiwa na Mungu, hakuna hata kamoja. Ama kunaye? Hakuna. Yote ni mangaulo tupu. Angalia Daudi ni maraya. Sasa nikashida kuna watu wanaweza kuja waseme pastor wetu unajua hanaga bibi, kwa hivyo anaweza kuwa prostitute. Anaweza kuwa aikaragatia. Ule kwa imagine modoshi yori. Da corona feelings. Da corona feelings. Na toto tu ginya girlfriend yake le aikaraga atia.
Ni mundu ucio ni ndironetio ni Ngai. Ndionetio ni Ngai. Ndiona roho wa ngui. Roho wa ngui ugicira uguo. Roho wa ngui. Sasa nataka unajua anapitia roho ya ubwa, anataka kusema pastor ni msherati. Unajua roho ya ubwa ni usherati. Msherati. Kwa sababu umekosa answer. Wengine anakuja naona sasa huyu ni mgeni amekuja, sisemi nipende tu rough example. Please. There is no in relation na kitu yote. I'm giving you that rough example. Rough. Si laugh. Rough. Ile for example, unapatiana for example na vitu. Unakuta sasa kama hawa wamekuja kanisa hii na nimeona kuna shida walikuwa nayo. Nimewaweka kwa positions za kufagia, za kufanya. Na hawa walikuwa kwa kanisa, hawa ndio wenyeji wa kanisa. Sasa hawa wanaona maadui kwa hawa. Wanaanza kulima wanani? Hawa mpaka wanafuga siku kama 7 days wanafuga kukula na kukunywa. Wao watoke kwa kanisa. Paka wanakula sakramenti na wanatoa sadaka. Na wanaekelea sadaka kwa meza. Kwa sababu wanataka wao wafanya nini? Toke hapa. Sasa wewe ni baba ya hawa watu. Wewe ni baba ya hawa anapigwa. Na wewe ni baba ya nani? Sasa that is a pain that pastors go through. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo mizigo yenu na ushaitani yenu yote inaradigi hapa. Inaradi hapa. Unasikia kuna wale walikuwa na fast. Wako siku ya 6 wana fast. Na kuna wengine bado wana fast. Huyo pastor aguke. Kama kuna wengine saa hizi walikuwa na fast, walimaliza Friday. Mali kilie Friday. Ilikuwa Friday? Ilikuwa Friday. Mimi di kanisa ati wameipatia siku 7 ifugwe. Na walitoa sadaka na walileta wapi? Hapa Sunday waliwekelea hiyo basha niliona hapa. Na Friday walikula sakramenti ni watu 7. Na nilipofika hivi, man of God, we thank God for the Dubai trip. Yeah, God. Utajira, sasa niambie, huyo mtu anakuja kesa ni ule sasa kwa mfano. Ni ule man of God, we thank God for you. You are wonderful. Kwa Mungu amekutumia. Wewe ni wanatumiro kahida ina Mungu anakutumia. You know, it's a prophetic. Our moving now is prophetic. You're going to Dubai was prophetic because it was prophesied utaenda mataifa yote. Na wewe ndio ulikuwa pastor wa hiyo kikundi ya watu 7. Ukiambia hata wamesema, wamedeclare siku 7. Kutoka Friday. Ilikuwa kutoka Wednesday. That's okay really. Wednesday nilifanya service hapa. Siku hiyo mpaka leo ndio hii kanisa ilikuwa ifugwe. Siku za basi naisha leo. Yani imagine mudo wale miradi kali atari muhonoku. Ukirua nake muhonoku. Wakati siku anajua Mungu halisi, siku anajua. Sasa ndio mnapambana na yeye. Ati hiyo sasa hao bado sitafukuza. Bado nakaa na yeye. Na unamwelekea alijitoa sadaka ingine kwa sababu tunahitaji tulipata nyumba mpya. Hiyo pesa zilikuwa shilingi alafu hata wanatoa tu. Hiyo sadaka yote ilikuwa wamechaka wao wote watu 7. Ilikuwa shilingi 600, si 650. Hata ziko pale zijazitumia. Ziko pale nikahesabu nikashindwa. Yaani mahudhi yo. Kasaka kaniko sadaka maaduti la kahudhu. Unatoa sadaka kama angetoka milioni 1 tukipata ya kununua viti. Sasa angalia sasa hiyo ni ujinga, si tu? Si ni ujinga? Sadaka toa kitu hata inaweza kusaidia lakini walikuwa nataka ifugwe. Ndio maana na mimi za hiyo nilikuwa nimetoa huko Dubai. Wakati nilienda Dubai nilikuta watoto wengi wale wanateseka huko. Wale hawana nyumba, wengine wanalala kwa wengine yani maisha mbaya kabisa. Niliingia tu kwa account nikatoa 1 million. Nikawalipia manyumba. Na nikawanunulia chakula at least iwasukume 1 million. Na unatoa 600 and that. Saizi nimetumiwa container 3 za michele kutoka Thailand. Mtu mmoja aliuzwa Dubai. Amenitumia container 3 za michele
from Thailand. naona vuga nini? Ndio tafuta shetani mkubwa. Mimi mwenyewe nilibomoa shetani hapa kwa Freemason. I'm the only person in this world kuwahi kuiba kwa shetani. Mimi. Hapa unajua hiyo story? No ni tu modo wa gokode. Uliwaia kwa ngoma. Pale Nyerere Road kwa Freemason. Uko tuliiba. Enda angalie kwa mitandao utaona. Ndio angalia. I'm the only person. Akone doletie ngoma. Nitawanunulia on Sunday nitawaita wote hao, tutawaordain tuwatume kwa shetani wakafanya kazi ya shetani. Si biblical? See, it is biblical. We release them. Marekagererio tonende makanitie maita matatu. It is the same group, nimekatasa mara 3. Sasa nitawamwagilia mafuta hapa niwaambie nendeni kwa shetani. Ndio kile juzi. Ukunigo. Na si hapa hii kanisa peke yake. Enda hapa kwa baba yangu Harrison Nganga. Huko mpaka watu wanakufa. Hapa hawajaanza kuua. Kule mpaka watu. Sasa unashindwa hii uchawi iliwekwa kanisani ilitoka wapi? Shida inakuaga nini? Unajua shida inakuwa, acha nikwambie shida inakuwa nikitoa mapepo, si ninatoa mapepo. Mapepo haikaangi kwa hewa. Mapepo haikaangi kwa hewa. Ina lazima ikae mahali kuna mwili, iko na damu na nyama. Ndio ule wakati Yesu alikuta ule mzee, zile mapepo zilibageni na Yesu. Zikamwambia lazima tuingie mahali. Nazo maguruwe zikikua, maguruwe hazikuwa na habari, zilikuwa zinakula maguruwe zinatenda tabia baya. Zikizunguka. Sasa hizo hawa watu ni maguruwe. Hawa watu sasa ndio nasema hao ndio wanaitwa maguruwe wa kanisa. The spiritual pigs wanakuwa kanisani. Wanakuwa kama ule wakati ya Job 1:6 nasema malaika walikuwa wanaenda kwa Mungu. Naye shetani akajipata kwa hawa malaika. Mungu akamuuliza, "Unafanya nini hapa?" "Nimekuwa nikitembea round and about." Sasa kuna watu wanakuwa kanisani na kujibu. Kuna watu wanakuwa kanisani ambao wamekuja round and about, ni maguruwe. Hao kazi yao ni kutaka kujua huyu amekuja uyarokili yate. Sasa wewe kaza ama tuchukue kasichana kama haka kaigie pale na kakuna kaguo hivi kasmart kamejipaka hivi, kila kitu ni mzuri, kakigia pale utakuta kuna mtu amekaa hapa anachungulia. Sasa unajidwa ona hali anaotera erosio. Sisi tabiana na yeye tuende huko. Sisi hapa naweza fanyia hiyo. Si ni kuabiana. Si ulete masikio hapo upande hapo, weke masikio na microphone usikie venye tunasema, kwa sababu macho haitakusaidia. Hiyo ndio sababu. Kwa sababu in the spiritual world, any demon nikitoa huyu demon lazima itafute hapa mahali ya kuingia. Sasa utakuta wewe ni Asha. Ndio unaona maasha wengi wanakuwa na vita maobi ya ile ya kupiga watu. Maobi. Sasa kuje hapa si unaona mzee amehunyoka hivi, abarikiwe. Kwa sababu atabarikiwa. Miezi 2-3 aanze kuendesha gari hapa. Nada ugire. Nyi mudushura damu ni yule ikarete huko. Hiyo yale devil agent. Yona ruwe na aratwarithia Prado. Hiyo Prado. Hata uende angalia huko nyuma. Hizo namba plate ukiangalia hapo, kuna kanyoka kamechorwa hapo. Sasa kwa sababu ya nini? Yeye alikufa. Spiritually alikufa kwa sababu amebeba kila demoni ya kila mtu iko ndani yake. Yeye haokoki ako hapo na tubu kwa sababu yeye ni Asha. Anakuaga hapo na mademoni zote za huyu zikatoka kwa sababu si yeye anakushikilia hivi. Anameza kwa sababu ile kiroho iko ndani yake ni ya uchawi. Sasa ana accommodate every spirit. Ndio hao wanaitangwa the sons of the devil.
Because now you have accommodated the devil enough. You become a son of the devil. Hao ndio wanakuaga. Unaweza kuimagine unaona kule watu mmetoka na you are part of the team ambayo inaona kule tumetoka. Alafu unakaa chini na watu wengine munafanya fasting ya siku 7 ndio kanisa ifugwe. Kanisa ya Mungu ifugwe. Ama huyo mchungaji akufe. No. Nataka kwambie the thinking. Let's get into the thinking. Your thinking ni nini? That's not human. Hizo ni mademoni nyingi zilikaa kamati ndani ya mwili yako zikasema, sasa huyu mzee ametusubua sana, siwacha tusaidie tupatie mwili tupige huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And those things are not here, everywhere. Hata Yesu alikuwa na wao. Hata Yesu alikuwa na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. So usifikirie ni hapa tu. It is all over. That pain makes me stronger. I pray for it to come. Mimi hata kukikosa vita kwa hii kanisa natengenezaga. Ndio nisikie uchungu. Inipade juu. Hata tukikaa na wewe siku mingi ukiwa rafiki yangu nitakutengenezea kavita tu. Ndio tukosane kidogo nipate kapeni nipade juu. Because hiyo pain ni daraja ya kupata. When there is kama hivi ukiona ile vita inakupiga, hiyo ndio level unaenda. Kama kavita kale ikanatosha ile ka kiberiti. Naona kale ka kiberiti, hiyo kiberiti utoe miti yake. Kama shida ile pain huko nayo inatoshea hapo. That is where you are limited to. And if your pain is international pain, that is where you are going. Because the demons that will attack you according to the level that God is taking you. According to the daraja kule na kupeleka. That is how they are going to attack. Sasa nimeondoka kwa watu attack tuaiji. Niko Dubai, nimefungua kanisa Dubai. Sasa nataka international. Kupambana na international. Sasa wewe baki tu hapa ukingangana na maisha na nini. Mimi nimeingia international. Na ndio nawaambiaga nenehiaga iwaku. Inua Mungu wako aende. Uotoka kwa hiyo Mungu wa huyo mamushuko na wameshene. Pada hiyo hapo juu kidogo. Kaa hapo juu, enda Germany, enda Uingereza, enda America. Mungu wako kwa international. Lakini kama Mungu wako anaishia hapa Mudhurwa, I'm telling you my friend, Mudhurwa ikihamwa wewe naisha. Alafu unaona kama hiyo. So through pain we learn to be patient. Wakati mimi nagogo kama sasa nasikia kuna hiyo maombi inakujwa, kuna wakati ningeuita wewe kuja hapa, wewe kale kuja. Hata nikeke umragwe, ndio mko hoya mariko masio. Gumi kong. No, but now I've been told that is your plate of food. Hiyo ni ugali sosa. Sasa una learn kuwa patient. Unavumilia. The more they attack you, the more you become stronger, the more you become better. Kwa hivyo wakati utakosa watu wa kukupiga, kibia kwa Mungu, muombe msamaha, mwambie Mungu nakuomba tu nisamehe. Najua nimekukosea. Kwa sababu kama shetani yakupigi ni kumaanisha mko naye kwa kitanda moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama shetani hakuinuki, mko naye. Hata tuombe, kibia very fast. Hata Katoroni, hata kwa William, hata huko. Kaa siku 7, waambie Mungu, maadui walienda wapi? Sijapata hata mmoja. Nitumie 5. Unitumie hata 2 kutoka kanisani, na wamama wa kanisa na wababa wa kanisa na vijana wa kanisa waniinukie, ndio hata nijue at least shetani ni adui yangu. Tajira maisha makumage vya nywele shetani ndarako uli. Kuna kitu na make sense hapo? Kama shetani yakuulisi ni kumaanisha you are good friends. Kana niguo kahatigo. Yes, lazima ugogwe baka tukuhurumie. Ndoa lazima igongwe baka itisike. Biashara lazima igogwe baka itikisike. Huduma lazima igogwe baka isikie kweli kuna mgogo. Na nikizoea sana kugogo na tuasha na watu huko, nitaenda tu kwa Mungu nimwambie, si mimi si wa hii klasi. Nipatie watu wako na nguvu kidogo. You raise the bar. The kind of the enemy that are attacking you will raise the bar. Watakuinua, watakuput where you are position. The pain will position you into the position of your authority by making you patient. And also this pain itakupatia kitu inakuwa obedience. Kama sasa mimi nimetengenezwa, acha nikwambie, tukifungua hapa nilikuwa bado mongeke 99% ilikuwa mongeke ndani yangu. 99%. Kuna siku tulishughulikia kama mtu kingine hapa kalituletea shida hapa. Tulikashughulikia nikiwa pastor tu, nikakata hapa chini. Tukafinya nikabia vijana, toeni huyu mtu mpeleke na huko.
Lakini saizi hata akikuja hapa na mabia wachaneni na msimguze. Nimeshughulikiwa. Hapa nilikuwa nalelewa, nimetengenezwa. Nikikufukua hapa, sikuwa mzuri. Nilikuwa 99. Saizi at least niko 80% wokovu. Sio hapana. Mongeke imetoka kabisa. Wokovu yangu saizi iko kitu 2 or 3%. 2 or 3. Nimepanda at a very good rate. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, udeke modoki. Yeah. Kama ni aje. Mama mnaonaje? Mnanionaje? Niko percent kama ngapi hivi? 10. 3. At least huyu ameniongezea. Unaona kama niko na ngapi? Wokovu sasa, kuokoka. Ile ya kuangalia wewe. Mimi nimesema yangu ni kitu tu. Ukiniangalia hivi face value, si ile ya kudecide the face value. Wewe na wewe mami, unaona ni kama ngapi? 9. Wewe ni mzuri. Wewe mami, unaona niko na kama ngapi? Najua ni Mungu anajua. Yako ukiangalia hivi. Ya kupima. Hapana. The Bible says yule mkubwa ni yule mdogo zaidi. Na yule mdogo zaidi ndio mkubwa. Bwana asifiwe sana. Hawa wakubwa na hawa wameokoka sana, Mungu hawatumiagi. Afadhali mimi nikae kama Daudi na Mungu anitumie. Afadhali mimi nikae kama Musa na Mungu anitumie. Kuliko huyo mzuri ambaye ni dry. Wale wanakanyaga unakuta na kanyaga kiatu kimekaa hivi, kimekaa na design ya heaven. Na kasuti ni kazuri kuliko hii yangu. Yaani huyo mtu hata kiongea kienga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio nimetoka kwenye madhabahu. Bwana Mungu ametubariki sana. Tumekuwa na huduma mzuri. Naona Mungu akienda kukubariki. Dada nakuomba kesho tukutane pale kwenye hotelini. What? No, I'm not complaining, but I'm saying this. You better be that bad person and fulfill the work of God rather than the bad good person and fail to fulfill the will of God. Because when you are humbled, wakati umeshughulikiwa, umetengenezwa, you become humble and obedient to the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. But the Bible says, mtu akikuja kuambie hana makosa, hana chembe yote, amedanganya. Because there is no one who is saved fully. No one. We are all weak, and in our weaknesses, God is great. In our weaknesses, Mungu wetu ni mkubwa na anainuliwa zaidi. So it is very important to understand, in pain we become patient. We become obedient. In pain we endure. Tunavumilia in that pain. Hapo unakaa unavumilia kabisa mpaka unaona Mungu, unasema Mungu wangu, hata kama unaiba ile kawimbo kanaibagwa na ule mama alikuwa na shida na sisi tukakaiba zote. Siri ya machozi haya ni wewe. Siri ya kwa sababu alikapitia, ndio atuge hiyo wimbo alikapitia. Na ndio anajua tu Mungu tu ile anajua ni nini anapitia, kwa sababu hakuambia watu na hakutaka kuambia watu. Alikaa kwetu madhina tuiho twathoni kapeni kawaibu, unavumilia hata bibi hata bwana hata watoto. Huwezi kuambia watoto wako kai, unakaa tu, watoto tu wanaona unakoda, wanakuja mama, is there anything wrong? Wanakukutaka mama kwa sofa set, is there anything wrong? No my children, yeah, I'm happy. Lakini hakuna happiness. There is no happiness at all. You have pain that is going through. Now this pain makes you to become ensure. Unavumilia mpaka unakuwa strong. Brings endurance in your life. Ukamenya maudu maya. This is a desert that you are going through that we must conquer. We must go to the other side. Lazima tuvumilie. Lazima tupate. Inakupatia. That pain gives you hope. Gives you endurance. Gives you another power to move to the next level of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So, and also,
pain that you have brings faithfulness. Unakuwa much faithful to the word of God. Unakuwa faithful to any position unapatiwa, any rank of life, any place that you go, you become so faithful. You become so royal that you cannot do anything wrong because umekapitia na unaelewa the need to be faithful. Hata wakati Mungu atakupatia duka yako, you be faithful. Hata wakati Mungu atakupatia kazi ya kupeleka kwa muidi na muidi anakuambia ameenda India atarudi, unakuwa faithful to his work. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the pain. Because unajua, you know the pain of losing a job. You know the pain of losing a child. You know the pain of losing a marriage. You know, kama sasa sahi nikapatiwa bibi sahi, haki nitamtunza vizuri. Ninajua pain ya kukaa bila mke. It's so painful. Sasa imagine sahi nimetoka hapa niende nyumbani. Nitakuta sufuria pale niliwacha, iko hapo tu inanigoja. Ninaanza kuisugua. Sasa nikapata mama kama huyu yako huko ameosha kila kitu nako inaraiba karebo. Ile hivyo ya ile akili hiyo ni gani hiyo sio nini? Ile ni oyo niwe dedure. Oyo niwe dedure ile. Nigetha. Wale wameokoka ndio nafaa kuiba hiyo. wale wameolewa. Hebu tibe oyo newe. Simu nisaidie, ninapotea hiyo toni. Niwe nyama ya nyama ciakwa, niwe ihindere yakwa, nowe wiki Ngai athuurĩire ũtuĩke gĩkeno kĩa ngoro. Just imagine. Sita. Lakini patia hivi nitashikilia. Because I've gone the pain. Hiyo iko hivyo ndio nitakuwa nikiweka kaka. Nikiingia tu kwa nyumba, nakaeka kasimu kanalia ndio anasikia bado ni Because I've gone through the pain. The same yourself, ile huduma ulianza huduma ikaanguka. Wakati Mungu atakurudishia hiyo huduma utaichunga kwa heshima. You be so faithful. You be so clear to it. You want to serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa na kabiashara kakaanguka kakaenda, ama ulikuwa unapatiwa kazi ukakuwa unaliga because ulikuwa unaona ni kama ni wewe, kazi hiyo ikapotea. Nao hata kulipa rent, hata kwako kupatana na kachapati unasikiaga munugo ya neighbor. Sasa usikie kuna mtu ndugu yako amekwambia, "No, wewe wela." Weko. Hata anasema, "Todhie rahisi na sayo ni saa 8 usiku." Utaituza. Because of having gone through that pain. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what God wants you. Because God is preparing to reward you now. You, all of you here. God is rewarding you. Because you have gone through it. You have suffered. I can see your faces. You have suffered. You have gone through a pain. Kwa sababu you misbehaved with the first gift God gave you. Haukuichukulia kwa ugumu. Haukuichukulia whatever God had given you. Uliidharau, ulichezea. Sasa Mungu aliondoa tu akaiweka mahali pale, akaiweka mahali kando tu, alafu akaenda Dubai anakuchukuliaga. Anaonaga venye una behave, venye unamuita. Kai baba. Ukikaja ukalia Kai. Kai ukikaja ukalia. Naye Mungu anasikia, naona umelia sana, anakuambia basi. Yoe. Anakupatia shika na usibebe usiende nayo. Sasa mzee naye sasa amebeba shika. Hajui ni nini, hajui maana ya kuitumia. Sasa unarudi tena kwa mistake ile nyingine. The same mistake unarudi huko. Because God has given you, umemulilia sana. Okay, kanegera Kai. Kama sasa mimi nakuwa specific. I'm not looking for a wife, just a wife. I'm looking for a vision partner. Najua naambia Mungu nataka hii kitu umenipatia, nipatie mtu tutaendesha na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si nyang'au itakuja kiana ni mama kama huyu amekuja sununa amejitengeneza mzuri tukiingia naye pale. Mama anakuja kujipagusha kama fedha. Na ndo mahege maguta gitio.
Tumepaguswa. Tumeambia wewe na wewe. Nisijaribu kuwakuta huko kwa pastor tena. Umesikia? Huko ni mimi nitakuwa nikipagusa. Mtigashoka bodi hali ya ofisi ya pastor. Nimaigwa kuma haha haria. Mwenda kedo mugoka mukajuria. Sasa mama mwingine aingia kuja mama anakuja ndio sasa anatengeneza kachai kazuri. Analete. Na tumayai haraka. Na alafu na make sure kameza hakajapaguswa ndio akuje apaguse ashike kaneno kamoja ile mnausugumusia. Ndio mokaka kugoithia tu tegati. Ado magekwa ate mahega maguta gitio. Si mafuta jicho moja inaangalia hapa kama ingekuwa jokoma wewe ungegogolata waguka chini. Oh my God. That's the pain. Sasa ukipitia hiyo pain, uone vitu kama hiyo. Whatever God will give you, you'll be able to be patient with it. You'll be able to know this is a gold. Bwana Yesu asifiwe sana. And you'll be very faithful with God that will give you. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope tunaendelea vizuri. And number ingine inasema through this pain that we go through, we get humility. Unakuwa humbled. Unanyenyekea. Kila wakati ukitembea unaona every human being is a human being like you. Kila mahali unatembea unakutaka kuna mtu, you become a boss, unataka ukanyaga kila mtu, then that's meaning you haven't gone through. Lakini when you see this is my sister, this is my brother, this is a person that nikukosa amekosa, ndari unakuta uko na kagirika moja unarudi hapa. Kama mimi nakujaga na 100,000 ama 50,000, by the end of the journey napigia Sharedi na mwambia tadombera 500 si yake, kwa sababu atayaja shughulikiwa vizuri si yake. Anamwambia noe domina tu 500 unataka kuhe adu domina tirada kuhe modo domina 500 na sio namkopa kwa sababu kuna mtu hapa kwa gari hana pesa, hana chakula ya nyumbani. Sasa naambia kananiambia sina dile ndanina kwa sababu anajua ninakopa kwa sababu ya mtu mwingine. Yes, nimekapitia kuna wakati nilikuanga na mabilioni. Mimi ndio nilikuwa yule mwizi anajua kuiba na remote control vizuri tu huko kwa jela. Nikiwa kwa jela niliiba vizuri. Si kukosa kutengeneza kitu 120 million nikiwa jela ya Kamiti. Hii 40 nilitengeneza 46, huko Diaga nilitengeneza kitu about 60, na Manyani ulikiwa Manyani kuiba tu. Ukiwa home unakutoa pole pole kutoka nyumbani home unakuiba tu pole pole na unanitumia pole pole tu. Sasa najaribu ushiandikiwa ka message kuna mzigo iko Mombasa. Alafu unaambiwa usipatiane hiyo siri. Ni mimi. Ulikuliwa pesa ngapi? Kwa nini sasa? Wewe no watu mile moja nyosha jaga pesa. Hiyo ni mimi nilitengeneza. Na ile kingine umeongea maneno baya. Hiyo kingine hiyo tumesijitoa I'm the architect. Nilitengeneza. Na nikatengeneza pesa mzuri 125 million. Nikiwa jela. Naiko free ekakiurago aliyekula adraho yajika ikarage ko uthondeka ngembeca kwa sababu kunatengeneza ofisi yangu huko mahali msuri na computer na kila kitu, na unakuwa na watu unaajiri. When you are a boss you are always a boss. Kama ni kiongozi hata uende wapi bado utabaki kuwa kiongozi. Hallelujah. Hata wakikufuga Joseph alifugwa bakiri bado alibaki kuwa kiongozi. Whatever situation you are in will never stop you from you becoming what God wanted you to be. It is just a gap, a position to make you, to produce you and to make you better. Mungu alikuwa anataka kuniambia niko na wewe ni tajiri. Bwana Yesu. Nilisomesha watu karibu 500 nikiwa ndani. Nililipia school fees mtoto alikuwa anasomea Oxford University. Nikatoa 1,000,000 apelekwe. Na sasa mimi nangoja kunyogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the kind I'm telling you. You become ukipitia unanyenyekea, unaona hata hizi pesa hazina maana. Rafiki yangu mmoja alipokufa hapa. Nilienda kumuona mpaka nikasikia huruma sana. Sasa nilikuwa nafikiria naitwa Your Excellency. Akiwa hapa kwa mae nikasikia anamuita mwili. Temwekeni mwili mzuri. Yani mtu alikuwa anapigiwa saluti, mtu alikuwa anafanya. Yani ukiona maneno kama hayo unajua hii dunia nyenyekea tu, inakunyenyekeza.
unanyenyekea, unarudi chini. Don't be a boss to anybody. In this world we don't have bosses. Our boss is only one, God only. In this world we live to complement each other. Live in a manner that nitakusaidia, utanisaidia. Muko hapa, mkiwa hapa mnanisaidia na mimi ninawasaidia. Hakuna kitu nyinyi ati mimi nina anointing ati nina no. Without you, the anointing cannot come. It only flow because your anointing inakujanga in particular for a particular purpose. Every anointing you see in a man of God, it comes for a particular purpose because the consumer of the anointing has come. Then the anointing will be dropped because the consumer is here. Hii anointing atushidaki na kuna wakati utanikuta na huko kwangu na huko naishi na huko Rugai. Kuna wakati utanikuta na Kenyatta na huko ushakae huyu ni ule mtumishi wa Mungu. Hapa na huko mimi ni mtu wa kukuchuga busi na ng'ombe huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio inatakaga na wabiaga. Wachakeni kunifuata sana nikienda kwa ofisi. Labda nikitoka hapa, immediately nikishuka hapa, anointing inakatika. Penda sana kushughulika na mimi nikiwa hapa. Because here mimi ni apostle. Niko kwa ofisi ya mafuta hiyo. Pale labda nikichomoka hivi sitaenda na hiyo apostle. Tena nitwa Mr. Waruinge pale. Na nitakwambia maneno yangu mingi. Na hata ukikuwa mrembo mzuri nitakufanyia hivi. Na sitakuwa nimeanguka. Sitakuwa niko kwa gwete. Uko de Mr. Waruinge. Umodo beto modo. Lakini nikiwa hapa, Bishop wangu Harrison ananiitaka niende kwake na mwambia sikuji. Nimemtengenezea ile furniture ziko kwake kwote, ni sisi tulitengeneza hapa. Alikuwa ananiambia tuende kwake, nikamwambia sipeleki huko. Tukutane kwa madhabahu. Kwa sababu kuna anointing nataka, kuna baraka nataka kwa hiyo madhabahu. Nilikuwa nazipeleka, anasema unaleka kule hena kule neke. Radhi hadhara. No, fafa. Hakuna hasara kwangu. Wewe wacha zipokelee hapa, nitapelekea ng'ang'a kwake. Zipokelewe na apostle kwanza, alafu tutapelekea ng'ang'a. Na tukifika kwa ng'ang'a tunapita tunaeka hata tutaki kumjua, hata kujua tunauliza kama msewa hii nyumba ni nani? Anaitaka apostle. Ni hapo ni yule wa huko. Wako related ama ni yeye? Kwa sababu hiyo ng'ang'a person simutaki. Mister simutaki. Tafuta sana upatane na nani? Na pastor, bishop, reverend, apostle, prophet. Na prophetic iko hapa. Naona hapa kwa hii madhabahu. Hapa ndio kila kitu iko. Tamani sana tukutanie hapa. Tamani sana sio pale. Wachana hiyo story unataka kunipatia ka story venye kulianza venye. Hiyo Mungu anajua. Kama umefika hapa, moyo wako umekubali, unataka tukukutanishwa na anointing yako, kazi ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kuchukua mguu kutoka kwako kuingia kwa matatu kuja hapa, already ushakubali, already ushaitikia. You don't need to come tell me the stories. No, I don't need them. And you don't need to connect you with your miracle. Hapa nikiwa hapa nitagase hapa, mtafunguliwa mara moja. Hapa nikiwa. Lakini tukienda pale nitaanza sasa Mwadhani Yesu ndakuthaitha. Utaithie mtu. Lakini hapa nikiwa hapa, mubarikiwe nyinyi yote, mubarikiwe. Hiyo that's enough. Niseme tu mubarikiwe. It is enough nikiwa hapa. Lakini pale tutaanza kutafutilia language. Kwa sababu labda wewe kuna kakitu, kuna kasura nyingine umebadilika hivi. Labda umekuja na mambo yako. So tamania kuongea na mtumishi wa Mungu hapa, akiwa hapa. Hata usitamanie sana story mingi na kuja tu. That faith, because it is that faith that will heal you. Yule mwanamke aliambiwa na Yesu ndo gani? Imani yako imekuponya. Si Yesu, hakuna mahali. Hiyo round yote Yesu amezunguka. Ni wapi Yesu aliombea mtu? Nitafutie Biblia verse moja. At Jesus akaanza, Baba katika jina la Yesu Kristo. Hapana, si jina la Yesu Kristo, angesema Baba. Baba, nakuita ponya. Hapana. Alikuwa anaambia mama yule, akakuja akamwambia aje? Go in peace. You have been forgiven your sins. Only that. Because maombi alifanya usiku. Akafanya declaration na akakamata territory usiku. Hii ingine ni kukuja kufurufiri ile maneno alikuwa akifanya usiku. Hiyo ndio nafanyaga na kwambia mbarikiwe sana. That is enough for you. You don't need anything else. That one word, umebarikiwa. Mungu akubariki, Mungu akuongoze, Mungu akusaidie, umepona katika jina la Yesu. That is all what you need.
Si kuja tupige story pale mrefu ate nake menyaguka afugukari ari murefi. Riu guka ni ahuraga shosho na riu kuma haure. Mami nake ari todo ikaraga kure. Tugicoka tukiingatwo. Tugicoka tugithina guku. Mami yake hikio ni muthuri ungi. Iyo isaidi. Iyo isaidi. It will not help you. But that word, the word from the pulpit, the word from the pulpit is enough to break the yoke. It's enough to change your direction. Jesus never spoke many words. Alimwambia yule mama wa damu, amwambia nini? Dhambi zako zimekusamehewa. Akakuta mwingine, imani yako imeponya. Akaenda kwa kaburi ya Lazaro, akaambia Lazaro amka. Lazaro! Kikaruka. Hakuna mahubiri fanyika. Sasa na mimi nitume kule Langata saa hii. Niambiwe ende vuvue mtu saa hii. Taida Baba, katika jina la Yesu Kristo, ulisema watafufuka, ulisema watana. Hapana. Naye akamwambia Ezekiel 37, mwana wa mtu, hii mifupa inaweza kuwa hai. Naye Ezekiel akamwambiaje? Wewe tu wajua, mimi sijui. Naye Mungu akamwambiaje? Tabiria mifupa hii. Wewe mwenyewe tabiria mifupa hii. Akaitabiria. Alipoitabiria ikaanza kurudi. Mifupa ikarudi. Akamwambia tena, hii mifupa inaweza kuwa na nyama? Akamwambia wewe unajua. Basi tabiria iwe na nyama. Aikatabiria nyama ikakuja, nyama zikakuja. Mungu hakufanya kazi, alimpatia. Mungu ametupatia kazi. Amesema kile muradhimite gukuthe, kile mumebariki hapa duniani, kule mbinguni nimebariki. Kile mmefunga hapa duniani, kule mbinguni nimefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. So he has given you the power, the authority to do things. He has given you the power to prophesy over your life. I have the power to say amuka wende in Jesus' name. I have the power to say pona in Jesus' name. I have the power to say you are delivered in Jesus' name. Able to, in my name, mukiitisha in my name, you get it. Only that. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never prophesy over you. God will never heal you. He will never come to heal you. Your mouth will heal you. Because you got the power to heal yourself. You got the power to declare. Udeclare hawa watu wote katika jina la Yesu nimetangaza mpone. I prophesy to you. That is the end of the game. Bwana Yesu, God will never. Hiyo si kazi ya Mungu. Mungu ako busy na makazi zingine kubwa kubwa. Alimwambia Ezekiel tabiri. Kwa sababu Ezekiel alikuwa mjinga. Alikuwa anafikiria ni Mungu anafanyaga. Hakuwa anajua ni yeye alipatiwa mandate. Aliambiwa I have given you dominion to subdue the earth. When you have all this power and you are still waiting for me to come. Tutuende tukafufue. Baba, katika jina la Yesu. Unakoka maiti kofi pa. Unaona haifanyi kitu. Unaikoka teketa ati ndio iaguke mseme zimeonga. Roho wa Mungu ameiagusha. Hakuna. You don't do that. Job inamaliziaga kwa mlima. Malizania na Mungu. Kama kwako kwa nyumba hakuna mlima, endo tengeneza mlima. Go and make an altar in your house. There is no human being ambaye anamjua Mungu hana altar kwake. If you don't have an altar, you are fake and you are hopeless person. You must have an altar. The altar speaks. It is the altar. Waganga wanatumia altar. Enda kwa mganga. Hiko. Na naongea na wagwana na wanaongea. Wagwana! Mnasemaje? Mmekataa? Na ni yetu anasikiaga wewe sikia. Mmekataa? Mwataka nini? 200,000? Si ameleta 100,000. Mmekataa? Ni mlegeshe. Hadi nisilegeshe. Aongeze. Kama hiyo inaongea, tengeneza madhabahu. Waislamu naona anabeba, kila Muislamu yuko na mkeka. Ikifika saa wakati wa kuabudu kwa barabara pale, anatengeneza mkeka pale na anaweka mkeka pale, anasujudu. That is an altar. Hiyo ndio madhabahu yake. Mkatolika ako na nini? Ako na rodhario. Hiyo ndio madhabahu yake. Mahali popote anaenda unakuta kifanyaje? Anazungusha pole. Anazungumuza kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa muhidi, ukiingia tu anaakisha zile mshimaa, anaakisha candle na ile kakitu kauba, kaudi.
Kaudi kananuka vizuri manukato. Hiyo ni jini, inaitangwa jini Jibril. Wanauzanga na jini. Hiyo inaitwa jini Jibril. Hiyo ndiye anawakishia hiyo kakitu kananuka. Na ukikuta amejipaka manukato, mafuta ingine ina smell, inaitwa jin jabal. Hiyo ni ya kutafuta biashara, kuvuta watu wakuje wafanye biashara. Bwana, lakini kwa sababu anaitoa kwenye madhabahu. Muhindi akifungua duka anafukuzaga watu wote watoke nje, afanye vitu zake kwanza. Aongee na madhabahu kwanza. Aiambie madhabahu, aiambie nataka shilingi milioni 1 leo, na watu mutalete. Utapata kazi kali kutoka Nakuru, ulete pesa hapo. Kwa sababu jin jabali mitisha. Kama anataka vita na vurugu, ukiona wameanza kuleta vita, wanaitisaka jini Faruku. Ni majini, wanatumia majini. Jini Faruku wanaleta vurugu hapa kabisa, wanaleta shida. That is what they have. So that is because they have an altar. But you don't have an altar. Ndio unaona una manga kanisa moja mpaka nyingine. Mnakaga kwa YouTube kuangalia no raho dhero negai. No raho dhero negai. Yeah, mimi kwangu niko na nyumba kubwa na room moja 10 by 10 by 12 hapo. Nimeweka mkeka mzuri kuliko hii. Hapo ndio nalalanga mpaka asubuhi. Kitanda yangu nakaanga kama miezi 2-3 bila kwenda kwa kitanda yangu hapo. Kuja kwangu tembea. Na ukiona na watu utajua, utasema kiokogerete kwa dugata. Okay. Rate. Rate na ujue tuko wengi. Hata wewe siku hizi unakujaga. Na ujue tuko wengi. Na hapo unaanza kushughulikiwa. Unashughulikiwa na kona zote. Mwanamke usio ni malaya. Ninadra muonire. Yone jini. Kita kuidia pasta. So we have covered that humility because of this kind of pain. It brings humility. Sasa hata ukikuja kuniambia ati mimi ni maraya, useme nini? Hiyo hata nimepitia, nishakogwa vizuri, nimefanywa panel beating, nimepakwa bakaragi, nimeshine vizuri on that line. Hakuna mwanamke sijalala naye kwa kanisa hii, hakuna mwanamke sijalala naye kwa barabara, hakuna mwanamke sijalala naye kwa inage, hakuna mwanamke sijalala naye. Wote hiyo nimepigwa na nimepita hiyo mtihani. Sasa hiyo sikado usiniletee, hiyo nishapita. Lazima upite. No ginya ukihetoka wewe dukata, no ginya uhetokerio, lazima upitishwe maneno kama hiyo ndio uende next step. Na usijaribu kuepuka. Ukiambiwa unasema unaenda kwa magoti unaambia Mungu, wewe tu ndio unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingangane na wao kwa sababu wao wako hapo kukutengeneza wewe. Lakini wao usikubali tena na wewe kukua wa kutengenezana kwa sababu utakufa kama umbwa mwitu. You will die after being used, you die poorly. You die a horrible life. Because do not touch the anointed one. If you touch the anointed one, hata kama unasikia amefanya maneno gani, wachana na yeye. Wachana na yeye. Ako na judge wa kumhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. So we become human. We learn to become grateful in small things in our life. After passing through this pain, we learn to become grateful. Even in small things, unakuwa tu faithful. Unakubali tu, unasema asante. Nikikupatia kadhaa, ukiniletea sema saizi uniletea kadhaa bob, nitakachukua niseme thank you. God bless you. Uniletea 50 bob, nitasema thank you. Ukiniletea 1 million, nitasema thank you. The same thank you nilisema from my heart, itakuwa the same ya 1 million. Because I learned to become grateful. I learned to appreciate everybody. I learned to live with people. Unaona kila mtu, this is my sister, this is my brother, this is my colleague. Unapenda kila mtu. Hauna class. Me, I don't have a class. I don't have. The time I used to have a class, there's a time ungeweza kunifikia. Lakini ilikuwa bure. Bure tu. Kwa sababu kuna kitu Mungu aliniuliza, akaniuliza, wewe na hawa watu what's the difference? Nikamwambia mimi ni mkubwa. Akaniuliza, akaniambia Kiswahili kingine, akaniambia another practical example. Akaniambia unaendaka choo? Kube na msikini huyo mwingine anaendaka choo? Kufanya nini? Nataka kukula choo? Hapana. Na huyo anataka kukula choo? Hapana. Nataka kufanya nini? Nikamwambia, basi you are the same.
one the same. When a president, you are one the same. Because venye unakaaga, anakaaga hivyo hivyo. Inakumaliza tu. Unajitafuta, unajikosa. Kwa sababu you are carrying the same substance kama president. Bure, na uwezi ikula ati ni ya president. Hata yeye haiwezi kuiangalia ati ni ya president. Hata mfalme king. The same thing ni baya. Unabalansiwa tu hapa. Mungu anajoka kutubalance na kitu chafu chafu. Unaliga na magari unatoka kwa VX. Umebeba na boda huyo boda ameenda kikutusi na ananuka venye amevaa makoti kama 20 na imenyesewa inanuka. Naenda kikutusi. Na mimi ninaendeshwa na Lamborghini, napelekwa kwangu kwa Lamborghini. We will do the same job. There's no difference. There's no difference. So learn to appreciate even in small things. Learn to live a humble life. Learn to walk in that meekness. God is equal. God is love. God will surely be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. God will lift your heart. It doesn't matter what kind of a situation you are going through. It doesn't matter what kind of a challenge you have now. One thing I want to assure you, tomorrow will be a best day for you. It is only today that you are facing the challenges. Tomorrow, there will be no challenge. Tomorrow, there will be no difficulties. Leo unaweza kuwa hauna chakula, kesho utakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. God will always bless you in every circumstance of your life. Through pain, we discover possessions. Possessions, titles, fame are not greatest in the world. Through pain, we discover possessions, fame, and titles are not important. They are not important. They can never help you. Because you are president, kaza imekukamata. Eti najua mimi nayeshimu nasema president hatutakukula sana. Kaza inakamata president kama maskini tu. Anawekwa ile dawa chemotherapy kama maskini tu. Anakula panado kama maskini tu. Anadugwa shindano kama maskini. It brings you to a common ground of knowing that God is love and the love is God. If we can live in such a condition of knowing God is love and love is God, then we will not have classes. We will not have anybody that is superior than the other one. We will walk in a very faithful life. We will not steal from others. We will not cheat others. We will not bring down others. We will appreciate. When you are in your position, I will appreciate your position. When you are in somebody places, I will lift you up. When you are down, I'll come and lift you up. When you are lacking, I'll come and give you. When you don't have anything, I will come and assist you. Because I will consider you a brother to me, a sister to me. Because fame, possessions of anything you have, and anything that you have, titles, will not affect what God looks at you. What is great is the inner peace and the contentment of joy. The inner peace ile uko nayo. It is the most important. The contentment, kuiganira, kutosheleka kwa kitu kidogo tu. It will empower you. It will lift you up. It will make you strong. It will heal you. Be contented with that small thing you have. Have the joy. Have the joy of your heart. When you have peace and the joy of your heart, you will have joy of God. You will have the peace of God. You will have the love of God. You will never be bothered. Whether he maisha, you will not be bothered. Whether you have it or not, and your brother has it, you know I have it. Because you have the contentment. You have the joy. You have the love. You have the peace. The joy in Jesus, our Lord and Savior. The love of Jesus is greater and powerful. Therefore, you must be able to have the love of Jesus, which is greater and very powerful. Because Jesus gave his own body, gave his own heart, gave his own soul to God. He was crucified so that you can be redeemed. He was crucified so that you can be resurrected. He was crucified so that you can be healed. He was crucified so that you can be redeemed. That is what God has for us. The love that brings joy, that brings peace, that brings contentment. And that's why you are called a human being. That is the reason you are a human being. A human, you must be human.
you must have humor in you. It is you and man. Humor must be in you so that you can succeed in life, so that you can conquer every mountain. When you live that simple life, you conquer every mountain. The most powerful people are so humble, are so have humility in them. They have respect. They have the joy of the Lord. They have the contentment. Those are the most powerful people. The most powerful people. Not that one national geshoka. The most powerful people. They have to content. God's redemption plan in our pain. Maybe you are asking yourself so many questions. But why? But God might want to experience himself in you through the pain. God wants us to experience his pain. We experience him through our pain. Because through our pain, we are healed. Through our pain, we are lifted up. Through our pain, we are delivered. Tusimame kwa miguu yetu. Through this pain, we draw near to God, and he will draw near to you. That is the book of James 4, verse 8. God comes near us. God takes his position through our pains. Through what we are going through, God takes his position, and he makes you that better person. He makes you that better person. He lifts you up, and he turns everything in your life to become successful. Praise be the name of God. Hallelujah. Your pain might be a path to deepen your faith in Christ. The pain is a path to deepen your faith in Christ. So whatever you are going through, it is not that God does not look at you, does not see you. Whatever you are going through, God sees you. He's making you to become more faithful to his will. I want us to do this song, a worship song. As we do the worship song, we will take yourself through a transition of the pain ambayo umeenda. Then look and see, why has God allowed that pain to come to you? Then we will pray. If it is the will of God, everything that is in you, God will perfect it, and your life will never be the same again. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna. Jipeleke mbele za Mungu. Tafuta nafasi nzuri. Tafuta nafasi tu nzuri. Ukiweza kupanda hapa juu, toa viatu zako upande hapa juu. Cry to the Lord. Cry to him. Mwambie tu, I need you today. Mwambie I need you. Mwambie nakutaka. Mwambie nakutaka. Kama wewe Mungu, hakuna wenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi, si kwa
tunasema Bwana, tunakiri uweza wako. Wewe watosha. Tuinue mikono yetu juu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, maana uchungu nilioupitia siwezi kujizuia. Siwezi kujizuia. Sina nguvu zaidi ya hapo. Sina nguvu zaidi ya hapo. Lakini katika mkono wako, najua nitashinda. Najua nimeshinda. Najua nimeshinda. Nimefaulu. Na nimestahimili. Na nimestahimili. Sema, kutoka leo takutegemea wewe. Peke yake. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watumishi wako hawa, watoto wako wamekuja kwa sababu wanakuhitaji. Wamekuja kwa sababu wanajua wakikuja hapa watapokea ujumbe wako, watatupokea baraka. Ninakuja kinyume na kazi yote ya shetani ya giza, mipango na madhabahu zote zilizoinuliwa za kishetani katika maisha yao. Ninazibomoa katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja nira zote na foundation zote za kutoka kwa shetani ambazo ziliinuliwa kwenye familia hizi. Ninabomoa kuta zote, ninabomoa mipango yote, ninabomoa minara yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kutoka leo, this God, huyu Mungu ambaye tumemwamini, amefungua maisha yako. Huyu Mungu ambaye tumemwamini, kilichokulete hapa amekupatia. Amen. Huyu Mungu ambaye tunamwamini, kilichofanya ukafika kwenye nyumba hii, amekukabidhi mikononi mwako. I receive in Jesus name. Open your lips and thank God. Oh yes. Fungua tu kinywa chako, mwambie ni asante kwa kunikumbuka siku hii. Asante Yesu. Mwambie you are the God. Asante Yesu. Asante. Mwambie wewe ni Mungu tu. Asante Yesu. Only in you. Asante Bwana. Katika wewe tumepata kupokiwa. Katika wewe tumepata kufunguliwa. Amen. Mwambie tu nimepokea. Asante Bwana, asante Yesu. Tell him God. Pokea sifa na utukufu. Tell him God. Wewe ni mwema. Tell him God. Unastahili Bwana, unastahili Yesu. Tell him God. Asante Yesu, asante Bwana. Asante ni kwa sababu ya wema wako. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu. Hallelujah. Mwambie tu Mungu ni wewe tu. Nimwambie ni wewe tu nastahili kuabudu. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe, na kutegemea, tegemeo langu ni wewe. Mwambie tegemeo, kutegemea, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe, na kutegemea, tegemeo langu ni wewe, na kutegemea, tegemeo langu ni wewe, na kutegemea, na kutegemea, tegemeo langu ni wewe, na kutegemea, na kutegemea, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu
tegemeo langu ni wewe, nakutegemea, tegemeo langu ni wewe, nakutegemea, tegemeo langu ni wewe. Sogeni karibu kabisa. Nakutegemea. Pata nafasi yako nzuri. Tegemeo langu ni wewe. Nyosheni sadaka hapa, nyosheni mikono yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunapokea sadaka hizi. Najua ni fungo za 10 na sadaka za kuteketezwa na malimbuko na kila aina ya sadaka ambayo imetolewa hapa. Tunaikubali na naipokea kama mtumishi wako aliyetoa na ambaye hakutoa na alitaka kutoa, ukaweza kuwakumbuka wote, ukawabariki na ukawafungulia milango na madirisha kama vile ulivyoahidi ya kwamba tukujaribu kwa sadaka zetu na malimbuko yetu na hata zaka zetu, tuone kama hautatufungulia milango na madirisha. Hiyo milango ndio nimeitisha sasa ikafunguke juu ya maisha ya watoto hawa. Wamepitia hali ngumu, wamepitia kwenye challenges ambazo ni ngumu sana, lakini from today I declare and decree, kama vile ulivyomwambia Ezekiel anene, hapa vile ulimwambia Ezekiel atabirie mifupa mikavu, ninatabiria mifupa mikavu ndani ya hawa watoto, mifupa mikavu kwenye biashara zao, mifupa mikavu kwenye huduma zao, mifupa mikavu kwenye nia zao, kwenye familia na watoto wao, mifupa yote mikavu ninaitabiria kutoka sasa ikapokee uhai, the mighty name of Jesus Christ. Oh, there is power. There is power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There
shetani. Yesu na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mungu, na nguvu za vifungo zimeshindwa na Yesu, na nguvu za vifungo zimeshindwa na Yesu, na nguvu za vifungo Mugani? Alisikuja huyu hapa. Mimi hapana. Mimi hapana. Sasa mimi hapana. Leo ni leo. Leo ni leo. Hapana. Leo hakuna. Hakuna. Nini hakuna? Hakuna. Huyu. Huyu. Huyu ni nani? Amehangaika. Amehangaika. Hey. Oi. Sasa huyu. Aachiliwi? Umwezi. Umwezi. Umwezi? Umwezi. Anaitwa nani? Mimi. Sera. Sera. Kutoka wapi? Ni shosho yake. Ni shosho. Ni shosho. Kupia ni shosho. Ni hata si kuka. Shosho. Shosho peke yake. Alienda wapi shosho? Shosho ako. Ako wapi? Ako. Anaishi wapi? Ako uhai. Ako uhai? Anafanya nini? Shosho. Anaendeaga wapi? Anahangaika. Anaendeaga wapi uchawi? Anaendeaga. Na watoto wake. Wapi? Wanamletea. Watoto wake ndio wanamletea? Wanamtoleaga wapi? Watoto? Kila pahali. Kila pahali. Wanaendaga Ukambani? Kwanza wanaume. Wanaume? Ndio wanaletea shosho? Haya. Na mimi ni yeye. Na wewe ni yeye? Sasa wanakikuletea, wanasemanga umetoa wapi? Wanatoaga wapi? Si watoto ni kuhangaika tu. Hapana, wakileta uchawi. Uchawi wanatoaga wapi? Si wanakuja na bahasha. Wameweka uchawi kwa bahasha. Wako mpaka miguu yake. Mpaka kwa miguu yake? Sasa shida. Iko na shida. Sasa nikuulize. Sasa wewe ulitoa uchawi mara ya kwanza wapi? Mimi nimeenda. Umeenda kwa waganga wa wapi? Umeenda Tanzania? Umeenda Tanzania? Kwa bahari. Kwa bahari? Ukaingia ndani ya bahari? Ukaswim? Umeua watu wangapi? Wengi. Kama wangapi hivi? Wengi. Kama wangapi? Wengi. Kama umefikisha 10? Wengi. Umefikisha 10? Wengi. Wanahangaika. Wamefanyika maskini. Wengi. Umeshika ndoa za watu wangapi? Ndoa. Nikiangalia hivi inaisha. Inaisha. Ukiangalia tu hivi? Kuangalia tu. Inaisha. Hata si salamu. Na siri na sehemu za siri za watu. Zote. Unazifanyanga nini? Nazikomesha. Hazitoa kitu? Siwezi. Sasa umezuia ya nani na nani? Wengi. Umezuia watu. Hata wanajifanyaga. Hata wanajifanya tu wako na mafuta. Ndio natangulia. Hao ndio natangulia. Hao ndio natanguliaga. Ndio natanguliaga. Ndio natangulia. Kama nani sasa? Kama wote. Sasa nasema hivi. Mpaka kwako. Mpaka kwako. Natumagwa. Unatumagwa? Ukakuja? Uliwahi kukuja? Kwa geti tu. Kwa geti tu. Ulishindwa kuingia? Si kuingia. Kwa nini hukuingia? Nilirudi. Kwa nini ulishindwa kuingia kwangu? Ulishindwa? Uliona nini kwangu? Nakutafuta. Unanitafuta? Yes. Na sasa hujanipa ni mimi huyu sasa. Si hapa. Hapana. Hapa kuna nini? Hapa hapana. Hapa hapana. Tutafutana huko. Huko nje? Utanitafuta na kina nani? Mimi. Sina gari. Sina gari. Unataka kunikoka? Na gari yako. Na gari yako? Utaifanya aje? Si ni kufanya nini? Nini? Ya miguu. Itaisha. Nini ya miguu? Ifanya nini? Itaisha. Itaisha? Itaisha aje? Pumzi. Iishe? Ikiisha? Roundabout. Ikiisha? Zitakugonga. Haya. Ni roundabout gani unataka kunigomalizia? Wanakumaliza. Wanataka kumaliza? Nakuuliza ni kwa roundabout gani? Kwa roundabout tu ukipita. Yoyote? Yoyote tu. Mmepanga aje? Hebu niambie mmepanga aje? Mmepanga tu. Hiyo ni siri yetu. Hapana. Iko na bahasha. Iko na bahasha? Haijafunguliwa? Kuna kitu.
Kuna kitu. Kuna kitu. Kwa bahasha. Imeletwa. Ikaekelewa wapi? Iko tu. Iliwekelewa hapa? Iko. Iko. Ulilete? Iko. Nani amelete? Iko. Mumetuma mtu? Mtu gani? Mama tu. Atalete. Amelete. Already amelete. Amelete. Iko. Iko. Haya. Inakaaje hiyo bahasha? Iko tu. Inakaaje hiyo bahasha? Iko tu. Umeiona pale? Iko. Iko. Unaweza kutuonyesha? Iko pale. Umeiona? Ameiweka leo. Alileta leo? Alileta siku gani? Imekaakaa. Akaweka kwa bahasha. Akalete. Sasa ndio accident ifanyika kwa barabara. Ikifanyika? Si tunakutafuta. Sasa ikifanyika nini itafanyika? Si wamekutuma. Si kuingia. Sasa ndio hiyo sasa. Wamekutuma? Bahasha. Bahasha iko. Lakini sasa hiyo bahasha ilifanya kazi kweli? Iko tu. Imelala tu. Iko. Imefichwa wapi? Iko. Imeona wapi? Iko. Twende nyonyesha. Lakini iko. Mbona mlishindwa kuingia kwangu? Mbona mlishindwa kuingia? Ni gate. Gate imefanya nini? Ilikuwa imefungwa. Ilikuwa imefungwa? Ama mliona moto? Kulifungwa tu. Mlishindwa kufungua gate? Na hapa uliingiaje? Hapa. Si nilikuja tu na kutafutaga. Unanitafutaga? Kabisa. Siku nyingi? Mingi kabisa. Na mbona umeshindwa kunikamata? Mimi? Si tunakojeana. Tutakugojea. Mnanigojea? Si ukuje live live? Si sahi. Hapana. Mbona msikuje live live? Mnaniogopa? Sahi hapa. Mbona sasa mnataka kunimaliza kwa nini? Mnataka kunimaliza kwa nini? Mnataka kunimaliza kwa nini? Ni kwa sababu ya hii mioyo. Hii mioyo gani? Hii mioyo hii. Hii mioyo hii. Sasa mnataka kunimaliza kwa nini? Kwa sababu ya hii mioyo. Mioyo gani? Hii imekuja hapa. Kwa nini sasa? Mnataka hamtaki wafunguliwe? Mnataka wakufe? Kwetu kutaisha watu. Kutaisha watu. Nyinyi sasa ni watu wa Illuminati ama ni watu wachawi ama ni waganga ama ni Freemason? Sisi tuko wote. Nyinyi mko wote? Wote. Mkubwa wenu ni nani? Wetu wako. Anaitwa nani? Ako tu. Ako na jina? Ako. Kamutu kadogo tu. Ako. Nakuuliza. Ako. Kwa hii kanisa mko wangapi? Sisi. Wanawake tu wawili. Wawili tu. Wa zamani wamekaa hapa sana ama wajakaa sana? Ni wajuzi juzi? Wako tu. Nakuuliza. Ni watu wamekaa sana ama wamekuja tu juzi kama wewe? Ni wanakuchunguzaga tu. Wananichunguzaga tu. Marafiki. Wagu. Sana. Kwa hivyo nimewekwa box. Kwa hivyo nimewekwa box. Ni marafiki. Wagu. Sana. Wa karibu. Sana. Wananiletea kakitu. Hata ukiomba hapo wanalia. Wanaliaga? Hebu lia venye wanaliaga. Hebu lia venye wanaliaga. Hebu lia venye wanaliaga. Wanatetemekaga. Tetemeka tuone venye wanatetemekaga. Haya. Kumbe wanatetemekaga. Lia kabisa venye wanaliaga. Hebu toa sauti. Toa sauti ile wanatoaga wakilia. Huyo ni mmoja. Hebu lia kama huyo mwingine. Lia kama huyo mwingine. Wanajifunga. Kujifungaje? Kujifunga kukula. Haya. Wanajifunga kukula. Alafu wakijifunga? Si wanakaa hivyo. Sasa wanafanyanga kazi hapa ama wanafanya kazi huko? Kuuliza wako kwa kiti ya mbele. Ndio viongozi. Kabisa. Na ni marafiki. Na ni marafiki. Sana. Ni wawili ama ni wangapi? Ni wawili. Wawili. Haya. Marafiki. Marafiki. Kabisa. Hata uwezi. Kai. Marafiki. Walikuja kitambo ama walikuja juzi? Wamekaa. Kwa hivyo ni watu wa zamani. Mliwatuma kama miaka ngapi hivi imepita? Tumekaa. Na wewe umekaa? Sasa ni mimi nilikuwa final. Wewe ndio ulikuwa final? Wao wameshindwa? Sasa ni wewe final? Sasa wewe umekuja kunimalizia? Sasa nataka kukuhesabia 1 mpaka 7. Na siwezi. Siwezi. Mimi nikihesabu mara 1 mpaka 7 utaondoka urudi kuzimu. Haya, nikisema 1 mnasema moto wa Yesu. 1 2 3 4 5 6 7. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Ati yudi alikuwa final. Nilimwambia
niliwaambia hata bahasha si walitoa, si niliwaambia wametoa bahasha. Walitoa bahasha sana. Mabesta wangu hivi. Aka accident, nimemisi accident 6 hapa. Mpaka saa zingine naingiaga kwa matatu nakuja tunaacha gari nyumbani. Halia yangu ilichomoka mguu ikaenda huko kwa kichaka. Sasa final. Kuja mami. Come here. Okay. Yes. Hey. Nini? Kuja usimame kwa madhabahu uchomeke vizuri. Kuja hapa uchomeke. Haya, jishikilia hii kitu. Jishikilia hapa. Shika na mikono mbili. Shikilia hapo. Hapo utoki. Hapo nimekukamata na glue ya damu ya Yesu Kristo. Beatrice. Nasikia kabahacha kamekelewa hapa. Ni mabeste. Steve, mabeste. Huyo ndio final. Huyo sasa ndio tunamuita Undertaker ama ni John Cena. Huyo ndio Undertaker. Terminator. Huyo ni Terminator. Oh yeah. Sasa habari yako? Unaitwa nani? Umetoka wapi? Wani Wagikuyu. Okay. Tunakujua kutoka Gikuyu. Si ufungue kamera ione bami kaa hapa hivi. Sasa wewe umetoka Gikuyu? Ulijuaje hapa? Mimi. Niliambiwa na sister yangu. Kwa simu. Umekuwa ukipitia magumu sana. Pole. Shosho wanyu yuko wapi? Shosho wako uhai. Ako uhai. Na watoto wake? Wako, hata mamangu wako hapa. Mama yako wako wapi? Oka. Hata na mezaga dawa za sukari. Nakuwa na sukari na mezaga tembe. Wewe? Kila siku. Ya sukari? Okay. Wewe ndio mama mtoto huyu? Umesikia venye amesema pale? Nimesikia. Umesikia mambo ya shosho? Na maanko? Mimi sijui. Hujui? Nimesikia hapo. Sasa isikue hukumu kwake. Msifanye hukumu kwake. Okay, hata mimi hiyo ilikuwa naongea ni maroho. Mimi nimeokoka, ninajua hiyo mambo. Alafu muende mshughulike nyumbani. Shida imetoka kule nyumbani kwetu. Huyo shosho anasema kwa sababu ni mama yangu. Ndio anaitwa jina. Kifungo kimetoka hapo. Okay. Kwa hivyo utakuja baadaye tutaongea. Siku gani? Mtakuja baadaye tutaongea. Siku ya leo ama ingine? Mnataka leo? Sana. Sana. Lakini naona kama tumemaliza mchezo yote imemalizika. Hapana, utanipea nafasi tuongee na wewe. Sawa. Asante. Nikiajiriwa kazi yezi kaa siku 2. Sasa nimelieka hoteli jana. Sasa leo iko na siku 2. Funga macho yako. Sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele yako. Kuomba msamaha. Kuomba msamaha. Wa dhambi zangu. Wa dhambi zangu. Kutoka leo. Kutoka leo. Ninakuomba. Nakuomba. Unishike mkono. Unishike mkono. Na uniondoe. Na niondoe. Uniondoe. Uniondoe. Kwa umaskini. Kwa umaskini. Na roho ya kukosa. Na roho ya kukosa. Roho ya kukosa. Roho ya kukosa. Ikaondoke kwangu. Iondoke kwangu. In Jesus name. In Jesus name. Sema amen. 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 Asante sana. Yes. You're free. You're free now. Lala. Lala. Imaasha simukule.
Mwandikiwe githeri kila siku githeri sani 3 kama basho na bebwa. Wewe dada tu hapo tulia. Mumeona? Sasa ili mumeona ile kitu nimekuwa nikiwaambia. Hapa iko wakora. Mwingine alikuwa amekuja hapa ako na virusi. Na alikuwa ametumwa eda uhakikishe umelala na huyo mjamaa. Ako na virusi. Kengine kalikuwa kanakuja kanakaa hapa kanafunika manywele inafunika mpaka hapa. Kamekonda. Kameenda kametafuta mtu mwingine nabii. Ati akuja profesa yakuja hapa aseme Bwana amesema mchungaji wa kanisa hii bibi yake ametelemushwa. Jamaa alikula 36,000. Leo unarake manya sikayarawa. Leo kwa na mutumia mweri wa kana utanathira. Mchungaji. Ndio nikwambia the pain that people go through will make you succeed. Amen. This girl is a very good girl. Na Mungu atambariki. Utapata kazi mzuri. Amen. Na Mungu amekufungulia milango yako yote. Yes. Na utumike. Murehe na. Murehe ndimuiterie maguta mautungata. Yes. Linae. Liminde, lidima. Likiuta lisaika. Ngoja kidogo. Ni gukuruda. Apo thiurie. Ndio kama simama. Wanaume wawili, mwanaume kuja, mtu ako na kemaguta masio linaye likiuta. Moto iwake kwako. Moto iwake. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Naitisha roho ya unabii na ishuke kwako sasa. Yes.
jucie koreu mutirarorera nĩ mũrona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere niĩ Ngai na ngũikara ndĩ Ngai niĩ Ngai niĩ Ngai na niĩ Ngai na niĩ Ngai na niĩ Ngai. Naomba kila mmoja wetu achukue nafasi ya kumwambia Bwana ni asante. Ni kwa sababu ya umbali tumefika. Kila mtu achukue nafasi ya dakika moja mbili amwambie Bwana ni asante. Mshukuru Mungu, mwambie ni asante. Mwambie Mungu anastahili na hakuna Mungu kama yeye. Shukuru Mungu ni kwa sababu ya nguvu zake, nguvu za uponyaji, nguvu za ukombozi. Mwambie Bwana ni asante kwa yale yote ametenda. Mshukuru Mungu kwa yale bado hajatenda. Mshukuru Mungu ni kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa yale ataendelea kutenda, mwambie Bwana ni asante. Mwambie Mungu ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Lihimidi jina la Mungu, itukuze jina la Mungu. Mwambie Bwana ni asante. Anastahili sifa na heshima, mamlaka yote na nguvu ni zake. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Shukuru Mungu, mwambie ni asante. Sababu chochote kile kilikufanya ukaja katika madhabahu haya tayari umepokea. Shukuru Mungu, mwambie ni asante. Tumetambua nguvu zako na uweza wako. Wewe ni Mungu. Kando yako Bwana hakuna Mungu kama wewe. Unastahili, unastahili, unastahili Yesu. Unastahili, unastahili, unastahili Bwana. Hakuna wakufananishwa na wewe Bwana. Hakuna wakulinganishwa na wewe. Wote ambao walikuja kama wamefungwa, umewafungua. Wewe ni Mungu, umewaweka uhuru. Asante ni kwa sababu ya kutukomboa. Asante ni kwa sababu tutatoka na huu mlango tukiimba wimbo wa ushindi, tukisema ni kweli tumekutana na wewe Bwana. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Asante, asante Yesu. Asante Bwana. Asante Emmanuel. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili Bwana. Unastahili Yesu. Unastahili Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Asante mfalme wa amani. Asante ni kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante ni kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante ni kwa sababu ya uguzo wako wa ajabu. Asante ni kwa sababu ya ujazo wako Bwana. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Cover yourself with the precious blood of Jesus. Soak yourself in the precious blood of Jesus. Soak yourself in the precious blood of Jesus. Na ili maloho yote yaliveja taksi zote za shetani zitipate nafasi kwetu, kwa watoto wetu, kwa madhabahu ya Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Cover yourself with the precious blood of Jesus. Soak yourself in Jesus' blood, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.